kwa mfano wake, akatufunza kuishi naye. Shetani akaharibu yote. Upendo wa Mungu ni wa ajabu, alituumba kwa mfano wake, akatufunza kuishi naye. Shetani akaharibu yote. Ila Yesu nitamwimbia nani wakati wa matatizo mengi? Hata shetani akiniandama, pasipo Yesu sitaweza. Ila Yesu nitamwimbia nani wakati wa matatizo mengi? Hata shetani akiniandama, pasipo Yesu sitaweza. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kujitolea uwawe. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kujitolea uwawe. Hebu tafakari Getsemane, Mwokozi aliteseka kwa ombi, huku wanafunzi watatu wakilala usingizi. Hebu tafakari Getsemane, Mwokozi aliteseka kwa ombi, huku wanafunzi watatu wakilala usingizi. Ila Yesu nitamwimbia nani wakati wa matatizo mengi? Hata shetani akiniandama, pasipo Yesu sitaweza. Ila Yesu nitamwimbia nani wakati wa matatizo mengi? Hata shetani akiniandama, pasipo Yesu sitaweza. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kujitolea uwawe. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kujitolea uwawe. Kristo mwenzangu, wakati wa kujiokoa sasa. Sekunde yako ni ya kwanza, ya pili usitegemee. Ewe Mkristo mwenzangu, wakati wa kujiokoa sasa. Sekunde yako ni ya kwanza, ya pili usitegemee. Ila Yesu nitamwimbia nani wakati wa matatizo mengi? Hata shetani akiniandama, pasipo Yesu sitaweza. Ila Yesu nitamwimbia nani wakati wa matatizo mengi? Hata shetani akiniandama, pasipo Yesu sitaweza. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kujitolea uwawe. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kujitolea uwawe. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kujitolea uwawe. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kujitolea uwawe. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante
Yesu kwa kujitolea uwawe. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kujitolea uwawe. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kujitolea uwawe. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kujitolea uwawe. Asante Bwana Mungu kwa kutoa Yesu mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kujitolea. Tuwapongeze hao wanakwaya wa SDA kwa jina la Yesu Kristo, kwamba leo anatukumbusha kwamba tunashukuru Mungu kwamba alitoa Kristo Yesu awe ndiye msaada wetu katika jina la Yesu. Nalete kwetu pia praise and worship kwa wimbo wa worship wa Kikalenjin kwa jina la Yesu. Karibuni sana.
huo unasema kwamba Bwana kaa pamoja nami, na tunashukuru sana kwa huo wimbo katika jina la Yesu Kristo. Bado tunaendelea na wimbo nyingine. The God of the mountain is still the God of the valley. Jehovah nebo tulonok ko Jehovah nemi kobote chokoten betutab. Jehovah nebo betusiek chemyachen ko Jehovah nebo betusiek cheyachen. Things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times, He's still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. When you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known, but things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain and talk comes easy when life's at its best. But down in the valley of trials and temptations, that's where faith is really put to the test. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I
is gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Asanteni sana, asanteni sana. Napeana nafasi hiyo kwa kwaya wa County Assembly MCS. Kindly karibuni. Kericho County MCS, karibuni sana. All the leaders, karibuni sana. Tuwapongeze wanapofika hapa mbele, wamtukuse Mungu. Tuwapongeze katika jina la kanisa, tupongeze. Hallelujah. Viongozi wote, karibuni sana kaunti wa Kericho, kwamba mpate kutoa nyimbo ya kumtukuza Mungu, na Bwana apate kutubariki sisi sote katika jina la Yesu Kristo. Karibuni sana. Kila mtu atafikiwa kwa utukufu wa jina la Mungu. Nataka basi nikabidhi Reverend Joyce atubereke katika kiwango kingine, na amini tutabarikiwa kwa jina la Yesu. Karibu sana Reverend Joyce,
tuongoze mahali imesalia. Your Excellency, our Deputy President, Excellencies speakers, I don't know if your Excellencies, but today you can join the Excellencies Governor, our Governor and the Governors present, our CSs, our Senators, our members of National Assembly, my sister, our Women Rep, our MCAs, our Deputy Governors, Bwana Asifiwe. Mine is a brief one. My name is Reverend Joyce Tonui. I am the Vice Chair of the Bishops and Pastors Fellowship of Kericho, and we are delighted to have you. I'm speaking on behalf of our chair who is traveling out of the country and he's not here today. I would like to begin by asking the leadership of the Kericho Bishops and Pastors Fellowship Executive to just stand and wave to this congregation. Thank you very much. Let me ask Kipkelion East Fellowship to please also stand, the officials, and wave to this congregation. And let me ask all the clergy that are here today, we are honored to have you. Please stand and wave to the congregation today. Thank you very much. Let me read just one scripture as an encouragement, and then I will invite the speaker for today. The Bible in the book of Exodus chapter 3 and verse 7 says, "The Lord said, I have seen the misery of my people. I have heard their cry, and because of this, I am concerned about their suffering, so I have come down to rescue them." Watu wa Londiani tumekuja kusimama na nyinyi siku ya leo na Kericho County mzima, tukiwaambia kwamba Mungu amesikia kilio chenu. And not only has he heard, ameona machozi yenyu. Na kwa sababu ameona, he is concerned. Na amekuja ili kuwaokoa, kwa rehemu. Tunajua kwamba tumepitia magumu. We are all mourning. Lakini tungependa kuambia kwamba Mungu yunanyi na atasimama nanyi. He has seen, he has heard, he's concerned, and he has come to rescue. Allow me to introduce the speaker for today. Reverend Patrick Cheruyot is our organizing secretary of the Kericho Pastors and Bishop Fellowship, and he is a pastor with Joyland Church, and this morning he is the one that is bringing the word to us. Let me welcome you, Reverend, as I pray for you. Shall we pray? Father, we are thankful that your word is in season, and that, Lord, your word always comes to comfort. Na Jehova, naomba kwamba neno lako liweze likatuliwaza, neno lako liweze likatupa faraja, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye umetusikia, umeona machozi yetu Jehova, na kwa hiyo umekuja ili uturehemu, ili usimame nasi. Naombea Reverend akileta neno lako kwamba utamtumia kama chombo, that Lord you will use him, give him the tongue of the learned, and cause him to share the oracles that you have set for us today. We bless you and we honor you, for it's in Jesus' name we pray. Amen. Welcome, Reverend. Asante sana, Reverend Joyce. Your Excellency, waheshimiwa wote ambao wako hapa, watu ambao tumekuja kuomboleza. Sio rahisi kuhubiri wakati kama huu. Najua ya kwamba mioyo yetu imehuzunika sana. Kupoteza maisha sio kama kupoteza kitu kingine. Unaweza poteza mali, itarudi. Si ni kweli? Unaweza poteza hali, itarudi. Lakini kupoteza hii maisha ambayo tuko nayo sio kitu rahisi. Tukichumuika leo na tukiita Mungu atusaidie, sisi kama watu wa Kericho tumepigika sana. Mahali ajali imetokea ni mashariki ya Kericho. It is the gate, the east gate
Na ni mahali pia tunapoingia Kericho hii tunajifunia. Hapo ndipo tumepigwa. Lakini tumekuja kwa sababu tunaye Mungu. Amen. Na tunaye Mungu ambaye ni Mungu. Amen. Na hawezi kutuachilia. Amen. Atatushikilia, atatuneemesha na atatuwezesha. Tunataka kuambia familia ambao tunasimama na wao, hata kama tumekuja, kuna mahali hatutafika. Tunaweza kusema poleni, lakini kuna mahali hatutafika. Kuna nafasi ambayo itabaki, ambayo ni ya Mungu peke yake. Na hiyo tutamwachia mfariji ambaye atawafariji. Wapendwa wenu ambao wameondoka, msipoteze matumaini, kwa sababu hata kama kifo imekuja, sio mwisho. Unajua kifo hutisha, na kifo ni ajali ambayo ilitokea pale katika shamba la Edeni. Mungu hakukusudia tukufe, angetaka tuishi, ingawa tungekuwa wengi zaidi. So kulikuwa na plan B. Hata kama Adam na Hawa walifungua mlango ya kukufa, Mungu alikuwa na plan B ya kusema kifo sio mwisho. Katika kitabu cha Waibrania 2 na mstari wa 14, Biblia inasema Yesu mwenyewe alitoka mbinguni, akawa na mwili kama yetu. Now, oh my Father, peace be upon this family. We want to pray, Jehovah God, that the light of the Lord be upon this family in the name of Jesus. Those who have been weighed down by the grief of death, we lift them, Jehovah God, that you wipe out their tears, that Lord, they will be able to eat, they will be able to rise up, they will be able to say, God has been in our side. We are not wrestling against flesh and blood, but we know we are fighting against forces. But no, we declare that the name of Jesus is a strong tower. Oh God, we lift them before you. Lord, remember them. Lord, lift them. Lord, encourage them. Lord, provide for them. In Jesus' name. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord, church. I'm going to pray for the team which assisted the injured, starting with the doctors, also the paramedics, even including the security team from Kericho County and wherever. These are the people we are told they made the full impact of the accident. And we are told the kind of the injuries which occurred could melt even the strongest of all the hearts. So we want to, if there are some who are here, Red Cross team, if you can stand wherever you are, to represent the rest of the team. Also, the ambulance drivers who participated in the exercise. If you are here, some of you are here, just stand wherever you are, because we want to commit you to the Lord.
The security team led by the county commissioner, I'll request you to stand if it is possible. I know I'm not issuing a wrong order. Stand on behalf of the team who participated in the evacuation so that we can be able to pray together. It's a religious function. If you can stand, kindly, is a request, kindly stand if it is possible. But if it is not, then I'll also request, we're going to pray for even the personnel, the medical personnel. There are those who work in the mortuaries, understand they saw things which will take them a long time for them to forget. So I want us to commit them to the Lord. The Bible says in the book of Philippians 4:7, that the peace of God, which passeth all understanding, will guard our minds and our hearts in Christ Jesus. They need, or we all need, the Spirit of God to guard our minds, especially those who witness firsthand what took place. I want us to pray. Mighty and everlasting Father, in the name of Jesus Christ, I want to thank you and bless and adore your name this day, O God. A day where we have come together to join our minds and our hearts and our faith, O God, to commit the team which were able to assist, O God, even in the evacuation of the injured, O God. The doctors who got first-hand impact of the injuries and even the people who were affected. I want to pray for them today in the name of Jesus. May your Spirit rest upon them, dear Lord. We thank you for giving them the strength to be able to handle every injury which was there. And Lord, King of glory, we want to thank you that, Lord, if they were depleted of their energy, my Father, I pray they're going to replenish in the name of Jesus Christ. I want to thank you, dear Lord, for the medics, the personnel who handle the injured, my Father. They encounter things which cannot even be explained. I pray, my Father, in the name of Jesus, that the Spirit of God will rest upon all of them, will rest upon them, oh God, that they may forget what they saw. And above all things, my Father, that you're going to give them ability to work even better, even from now on. We thank you and we bless you. We thank you for the Red Cross, oh God, who participated, who came in good time to be able to rescue those who could be rescued. My Father, I pray for your strength. I pray for your wisdom, my God. I pray for a new commitment in their lives, that should there be any other thing which will be required of them, that they are not going to stay weary, my Father, but you're going to give them strength, oh God, to be able to serve you, my Father. We pray for the security team, starting from the county commissioner. My Father, they work tirelessly. I pray, my Father, renew their vigor, renew their commitment, renew, oh God, everything they need to be able to serve humanity. My Father, we give you praise. Should there be some in these teams I've mentioned who have not known you, my Father, I pray, Jehovah God, that you enable them to know you, of whom to know is eternal life. We know, dear Lord, when we know you, we have a place to call, oh God. We have somebody to lean on, my Father, and that is the person of the Holy Spirit. We thank you and we bless you, Lord. We commit this team unto you. You're going to bless them, dear Lord. You're going to give them ability to serve humanity even going forward. We thank you and we bless your name. And we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be blessed. Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Governor Kericho, and all the leaders present, as we pray for our country and as we pray for our county, I request that we all stand because we are praying for our nation. That all of us, wherever we are, we should all stand as we pray for our country, as we pray for Kericho County, and as we pray mainly for Kipkelion East, because we are the affected people here in Londiani. And before I pray, I always believe that we need to say something. Bwana asifiwe. Nena jambo kuhusu nchi yetu, kwamba kuna baraka, kuna usima, kuna plenty, kuna success, kuna baraka, kuna mambo mengi Mungu ametuandalia. Bwana asifiwe. Walio uko nyuma
I will give you 2 minutes that you speak a word for this country, that you speak a word for our leaders, that you speak a word for our leaders, the Wasiri, the MPs, the governors, the senators, women rep, and all of us as the leaders. I asked all of us that you speak something for our country in Jesus' name. Yes. Yes. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Baba Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, Mungu uliyetupa viongozi, uliyetupa taifa ambaye inaitwa Kenya, Mungu aishie milele, Mungu wa baraka, Mungu ambaye anapea uhai na hata na uzima. Tunatangaza siku ya leo ushindi katika taifa letu la Kenya. Tunatangaza ushindi katika kaunti yetu ya Kericho. Tunatangaza ushindi katika Kipkelion East. Tunatangaza ushindi kwa familia waliopoteza ndugu zao, watoto wao. Kwamba Mungu uliye juu mbinguni, kuna nafasi tena ya kuishi. Na kwamba shetani umeshindwa katika jina la Yesu. Mipango zako sote zimeshindwa katika jina la Yesu. Na kwamba hatutakuwa watu wanaishi kuhofia, bali tutasema tumeshinda katika jina la Yesu. Baba Mwenyezi Mungu, ambaye ulitupa taifa letu la Kenya, nataka ninena kwamba there is abundance in this country. There is plenty in this country. There is life in this country. And our leaders will stand the time. And that you will provide. And whatever these leaders who are here today, led by our president, our deputy president, mawaziri, viongozi wote, that whatever they touch in their hands shall prosper and succeed. Because you are God who is in heaven, who knows even the deep things in our hearts. Today we are mourning, but I know tomorrow we'll celebrate. We'll celebrate what the Lord you have done and what you are going to do now, even tomorrow and years to come. In Jesus' name. Mungu aishie milele. Nasema ya kwamba nikinena taifa letu litasiti kusimama. Taifa letu litasiti kusimama. Hata kama tunapitia changamoto. Ama kama tunapitia upingamizi. Taifa letu liko mkononi mwako. Rais na viongozi wote wako mkononi mwako. I pray that you hold them in your hands and they will remain victors. They will lead this country to a greater prosperity. I speak knowledge. I speak hope that we will be overflow in all of us. And our future is better. There are better things ahead of us. Success is ahead of us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And may God bless you. Thank you so much. Naomba tusimame. We want to teach you a prayer which you are familiar with. The national anthem. But we are going to sing a rendition by Ruben Kigame. Na tutawafundisha. We want to test to see if you know the words of the national anthem when it is sung to a different tune. So we shall be observing. Do we know the words of the national anthem? Let me ask the worship team. But I want to teach you just the chorus first, then we will do, because it has a chorus. And it goes like this. Ewe Mungu wetu,
Jaribu. I want to see if you're a good choir. Ewe Mungu wetu. Hili ndilo ombi letu. Hili ndilo ombi letu. Then the second part goes like this. Ewe Bwana wetu. Tusikie tuombapo leo. Tusikie tuombapo leo. Haya tujaribu. E Mungu nguvu yetu. E Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi. Na tukae na undugu, Na tukae na uhuru, amani na uhuru, amani na uhuru, raha tupate na usawa. tupate na ustawi. Ewe Mungu, Ewe Bwana wetu, hili ndilo ombi letu. ewe Mungu, Ewe tusikie. Bwana wetu, tusikie tuombapo leo. Amkeni ndugu zetu, tufanye sote bidii, nasi tujitoe kwa nguvu. Nchi yetu ya Kenya tunayoipenda, Nchi yetu ya Kenya tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda. tuwe tayari kuilinda. Ewe Bwana, Ewe Bwana hili ndilo ombi letu. hili ndilo ombi letu. Ewe Bwana, Ewe Bwana wetu, tusikie tuombapo leo. Na tujenge taifa letu, ndio wajibu Kenya wetu. istahili heshima. Istahili heshima. Tuungane mikono pamoja kazini. Tuungane mikono pamoja kazini. Kila siku tuwe na shukrani. Tuwe na shukrani. Ewe Bwana, Ewe Bwana wetu, hili ndilo ombi letu. ewe Bwana, Ewe Bwana wetu, tusikie tuombapo leo. na kanisa likasema, you may be seated. My father is a storyteller, and he told me a story of this young boy that was asked to write a composition. And so this young boy wrote a composition, a pretty long composition. But he did not put any punctuations, he did not put no exclamation mark, no commas, he just wrote. And then at the end, he put all the punctuations, exclamation marks, question tags, all of them, and told the teacher to put where it belongs. So right now, I have no idea how the protocol goes. So I am going to welcome Mheshimiwa Cherorot, put the commas, the punctuation marks, the question marks where they should be. Let us welcome our area MP. Your Excellency, I think Joyce needs to be taken to an introductory school so that she can be able to learn about the protocol.
And I want to tell her that Rose is here, and she can do very well to teach her about the protocol. Your Excellency and our Speaker and CS Murkomen, CS Florence, CS Health, Nakumija, our governors who are here, our Senator Majority Leader, Senator Bomet, and members of National Assembly, MCAs who are here with us, all the dignitaries and all protocol observed, good afternoon. Your Excellency, we are humbled by your coming to come and take time to mourn with us, to mourn with the bereaved families. This catastrophic event, Your Excellency, happened actually on 30th, and it was so unfortunate to most of us. On my left, Your Excellency, we have the families who actually are the most affected people. That evening, Your Excellency, I was from a meeting, going up, climbing that area. Within 5 minutes, I found that accident, and it was a terrible scene. It wasn't good. And Your Excellency, if there are people who requires a lot of counseling, are also the security team, and there are people who took time to take the bodies to the mortuary. They were loading to the Land Rover. We were there. Our women rep also arrived, and the deputy governor. And Your Excellency, it was that moment where I could not even think of the next move. But I'm grateful because I called our CS Murkomen, and CS Florence also called me, and we coordinated until about 4 a.m. That was the time, Your Excellency, that evacuation was done, and we moved also the injured ones to Kericho and Nakuru. I'm so grateful because of Governor Susan, who also called me after talking with our governor and also CS Murkomen. She called me and told me, Mheshimiwa, I've created space in Nakuru. And we sent other patients who went there, about 9 of them. And Your Excellency, the Deputy President, I want to tell you that it was a national disaster. The next morning, we had a team led by our CS Murkomen, and our peers. Several people came, and they condoled with us. The families, Your Excellency, who are affected, you know, most of these are traders. Some of them were actually traveling to various destinations. And what happened is that an accident cannot be actually prevented. And this is about the 4th accident to happen, because I think along the way, some of these drivers from our summit, they free wheel, and controlling those trucks is not easy. And we have a bump next to the shopping center, and that is the pump which actually made the truck to deviate and landed into the lives of people. At around 2 a.m. is when we lifted the container, and there was one body inside there. The regional also commissioner came at 1 a.m. We were together, our county commissioner and the security team. They did their part. And I want to say that pole to the families who are affected. Ninajua Mheshimiwa Makamu wa Rais, pia wewe na Mheshimiwa Rais mumeathirika kwa hii janga, kwa sababu hawa ni watu wetu, hawa pia ni wana Kenya ambao walipata kuathirika. Na ningependa kusema Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, leo tumekuja hapa to mourn. The purpose of this function, we have nothing else but to come and mourn. The clergy, we are so grateful. You've given us hope. Even though we have these candles shining,
we have these candles which are on, which has been lighted here in front of us. Our hearts are still darkened with the grief with what went on. And we want to thank the public, especially the border people and those who were around that place when the accident happened. They all swung into action. Now, makamu wa rais ndio walitusaidia zaidi. Na makamu wa rais, ningependa kusema wale ambao walikuwa kwa Land Rover, ningependa wapate kutambulika. Wale walifanya kazi kurokota hizo mili, body parts, na kuweka kwa gari. Hawa tukipenda kuwatambua in a special way. You are our heroes. It wasn't easy. So, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumekuja hapa ili tuungane, na ningependa kusema najua serikali yetu wako na huruma nyingi, na ningependa kusema hawa wanahitaji msaada. Hii siku sio siku ya siasa. I know we have several politicians here. Thank you for condoling with us. Lakini hii siku tutenge ikuwe ni siku ya hii familia. A special day. The only politician ambayo tumeruhusu aongee siasa ni huyu alikuwa anahubiri Your Excellency. Unajua wachungaji hawa ni wanasiasa. Usidanganywe, tukienda kanisa wanasema tusiseme siasa, lakini hawa wanahubiria watu watoke kwa shetani ambaye wako naye, alafu waende mbinguni ambayo hata hatujaona kwa macho ya Excellency, lakini tunaamini. Hata wewe najua unaamini unaenda mbinguni, na hiyo mbinguni hatujaona. Si hao ni wanasiasa? Kama wanakuambia kuhusu Yesu ambao hujamwona, na wakikuambia kuhusu mtu ambaye etifuata huyu. Kwa hivyo ningependa wanasiasa mkae karibu na hawa. Wakikuunga mkono wewe uko sawa. Na tunajua Kenya Kwanza. Kenya Kwanza imezaliwa kwa sababu ya maombi, na ni kwa sababu ya kanisa. Tukiongozwa by our first lady and our second lady Dorcas, ambao ni waombezi, wameombea taifa hili. Na hata wao wengine wanaona hata walianza kwenda kanisa tu. Na ningependa kusema hivi, Your Excellency, the Deputy President, tuko na watu ambaye ningependa ni watambue ili tupate kuendelea, kwa sababu lengo letu siku ya leo, Your Excellency, najua vile umekuja, tutasaidia hata kusanya kitu ili hao watu wapate pia kupatia good send off their families. Otherwise, our dear families, the bereaved families, we are together, we will hold together. We are going actually to support you and stand with you. Ninajua kuanzia kesho mtaanza sasa kuchukua hizo mili, na kuna wengine wa Excellency tayari wamechukua to different morgues kama Nakuru, kama Kericho. Tuko na wachache ambao bado wako hapa. Nashukuru Your Excellency, Red Cross walituletea container, deep freezer. Kumbe sikuwa nimejua kuna kitu deep freezer ambayo inatembea, ni mochari inatembea, Your Excellency. Na nikaambua kuna moja ilikuwa, ya kwanza ilikuwa Shakahola, na ya pili sasa ni tuko nayo hapa, Your Excellency. Wakati alinionyesha Your Excellency, jaribu kuingia huko ndani, ile temperature huko ni mbaya sana. Lakini tunashukuru kwa watu wa Red Cross. They have done a lot. Pia we have the brighter community, Your Excellency, worldwide. Na Martin na Maria. Hawa walijitoa na wamekuja, wamelisha watu hospitali, they took care of those families. Na mpaka saa hii, Your Excellency, nilikuwa na daktari Kipkoech, chako wapi? Ako pale, Your Excellency. And he was telling me, tukitoa brighter community katika ile hospitali tuko nayo hapa, ambayo ilifunguliwa zamani na Jomo Kenyatta. Tukitoa brighter community, it will remain to be a clinic. Hawa wametusaidia, Your Excellency. Na ndiposa, Your Excellency, umesikia huyu amesema, sio mimi, alisema this was a wake up call. Na mhubiri amesema tumekubali varo lifanyika wapi? Hapa hivi. Your Excellency, wacha nikuambie, hii barabara kuna hii ya Moroni ambayo imekuwa shida. And Rivaro, Your Excellency, tuna shamba hapa eka 100. You are here, Your Excellency, last time. Na ulisikia kilio cha watu wa hapa Londiani na pia sehemu hizi zingine. Your Excellency, this is not something that we'll talk about it anymore. We are waiting to be launched.
So Your Excellency, wacha niite nisimamishe members of County Assembly, MCAs mahali wako. Ninajua MCA Sigilai ako pale. Your Excellency is the most affected one. Watu 14 kutoka ward yake Kedawa Kimulu, Your Excellency. Wapi Vincent Gorir? Vincent Gorir, Your Excellency, tulisimama naye usiku mpaka saa 10. Tuna Moses, Daktari Moses anatoka Interdenominational Soget. Tuna Gakonyi nominated MCA kutoka pia Interdenominational Soget kule. Tuna Irene kutoka sehemu za Seretu tuko. Tuna MCAs ambao wako hapa. Ninaona wacha wataje majina kwa haraka haraka hapo wasiongei. Asante. Niliona Anthony ndio alikuwa anatuongoza sana kwa ile wimbo. Murkomen alikuwa anafanya hivi hapana. Nikaona CS Murkomen ulikuwa unafikia tutapata tune, tulipata na tukaimba. Bas, Your Excellency, wacha ni amushe pia members of parliament. Oh yeah. Majority. Alikuwa former majority Esron. Asante sana. Your Excellency, nitaamusha members of parliament. Oh. Asante. Thank you. Nafikiri sasa wengine members of parliament, msimame mahali mko. Your Excellency, allow me, because we are here to mourn with the family. Ningependa kwa heshima zako, Your Excellency, niite one of the members, the bereaved families. Wapi huyu? Nafikiri wapi Faith? Acha aongee na pengine tupate pia hii mambo ya Kenya siku hizi ya gender. Okay, kuja na mwingine mmoja wenu aje pia aseme tu kwa dakika chache. Wapi mzee moja akuje? Deputy President, all the dignitaries observed, I'm Faith. I lost my husband through the tragedy, but God is in control. I thank God he was saved, and he was going to look for kutafutia watoto in the morning. In fact, he knows you, Governor Kericho County. I have your photo with him, and I know we are going to be strong, and God will guide us. Through prayers, through everything, through your encouragement, I know we'll go far. Amen. Be blessed. Wapi wanaume? Mwanaume moja. Najua Your Excellency, the Deputy President, nakuwa na shida sana na boy child. Kuamuka wanachukua muda. Karibu. Hamjambo. Kwa majina naitwa Joseph Karoga Mwangi. Mimi nimetoka Molo. Nilifiwa na ndugu yangu. Na nishtuka sana kwa sababu ni watu wa mapacha wawili. Wamefanana sana, walikuwa wakiuza aprons za wamama wenye wanafanya biashara hapa wanawajua. Na tukapatwa na hiyo shida saa 12. Tulikuwa crusade ya kanisa na nilipopigiwa simu nilishtuka sana na nikakuja hapa. Na ile shida ilikuwa pale mheshimiwa Deputy President, ilikuwa shida kubwa sana. Something you cannot imagine. Na ni mambo ambao tuliingia kwa mochari tukaanza kuruka watu, tukiwaona venye wamepangana unashangaa. Jambo tu moja ninaomba kama ambaye ameafektiwa. Kuna watu ambao wameachwa na watu wao, na ninaomba tu wasaidiwa watoto wao wasome. Kwa sababu huyo ndugu yangu alikuwa ameenda kutafuta lishe ya watoto wake. Na hao wengine pia wameafektiwa na njia hii ama nyingine. Kama kuna jambo wameacha nyuma, watoto wasaidiwe, familia yao isimame,
kama wamekodesha watafutiwa mahali pa kukaa, wasiwe na shida, kwa sababu nchi yetu imebarikiwa na Mungu wetu awabariki sana. Thank you very much. Asante sana, asante sana. Ningependa kuomba waheshimiwa members of National Assembly ambao tuko na wao hapa, tafadhalini msimame. Your Excellency, unajua wacha wao wakuja hapa mbele wataje tu majina, alafu mother kutoka Gilgil ndio atasema on behalf, mkuje kwa haraka tafadhalini, kwa haraka. Hao wengine watataja jina na kusema tu pole, Your Excellency. Bwana asifiwe. Majina yangu Kibet Kirui Komingoi, Bureti constituency. Nasema poleni sana. Poleni sana, big up Kipkelion East. Nasema poleni sana because it was spread through. Bureti has 6 lives lost and we are saying poleni sana. Asante. Your Excellency na wakazi wote wa Kericho, amjambo. Kwa majina naitwa Kiborek Ruben, mjumbe ya Mogotio kule Baringo. Nimeleta pole za Baringo na Mogotio huku Kericho. Your Excellency, ombi moja tu, tunaomba kama watu ya hii pande ya Kenya, mtusaidie na rais kufanyia dual carriage kuanzia Nairobi, Nakuru, Eldoret mpaka Busia. Kama hiyo loan itafanya Kenya iuswe, wacha iuswe tukiwa kwa dual carriage. Asante sana Kiborek. Jina na rambe tu. Your Excellency, Mheshimiwa Deputy President, Mheshimiwa Speaker na viongozi wote. Bwana asifiwe. Mimi ni Wanyonyi Martin, mbunge kutoka Webuye East. Tangu Kenya ianze, huyu ndio mzungu wa kwanza kupita kura na kwenda bunge. Mimi nimeleta tu kusema pole kwa familia, na pia mimi na support Kiborek ya kwamba we must do a dual carriage kutoka Nairobi mpaka kule Busia. Sababu tumepoteza hapa, pila hata pale kwetu tulipoteza juzi wanafunzi. Asante. Your Excellency, the Deputy President, all protocol observed. Kwa majina naitwa Professor Phyllis Barto. Mimi ni mjumbe kutoka Moiben, Uasin Gishu. Nimeleta rambirambi zangu na za familia na za watu wa Uasin Gishu kwa jumla, wamesema pole. Pia mimi ni mkaaji wa Kericho, familia yangu inaishi pale Brook. So kwa niaba ya familia yangu nimekuja kusema poleni sana watu wa Kericho. Asante. Sirima. Your Excellency, sir, Speaker, governors who are here, wakaaji wa Kericho, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nataka niungane na wenzangu kusema pole kwa familia. Mimi, Your Excellency, niko na watu wawili waliaga hapa from my constituency, although one had relocated to Total. Lakini mmoja ambaye anaitwa Matthew Franklin Kipkemoi Ngerechi, huwa tunakunywa chai na yeye kila asubuhi, Saturday na Monday. He's been a very close friend of mine. Mwingine Rose Sang ni mke wa another friend of mine who passed on sometimes and relocated to Total. Nataka niseme sisi ambao tuko highway, ngoja 1 minute. Sisi ambao tuko highway, watu wangu kuanzia Makutano all the way to Timboroa, tuko kwa barabara. Nataka nishukuru serikali hii kwa sababu kama ingekuwa ile serikali ya zamani, tungekuwa tumefagiliwa kwa barabara wote because of stress kusema watu watolewe kwa barabara. Mheshimiwa Murkomen, tunataka possible way of arranging these people on the road. Tuweze kupata hiyo nafasi na tupewe, kwa sababu hii ni serikali ya hasla. Na hasla hakuna mahali ingine ana duka, tuko barabara na yeye. So isikue tu tuseme tungoe watu na watu watoke kwa barabara na hawana kitu ya kwenda kukula. Kama mungesikiza vile
vile pastor alisema hatuwezi kuogopa kukufa na watoto wetu walale njaa. Na tumekubali hiyo na tutaenda hivyo. I want to say pole kwa familia. Mungu ailaze roho zao mahali pema kule mbinguni. Asante sana Sirma. Ameongea kwa sababu yeye ni neighbor. Wengine please, dakika moja. Your Excellency, the Deputy President, and all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nasema pole to the family, pole to Kipkelion East, pole to the affected families. Poleni sana. Asante sana. I am Ambassador Benjamin Langat, MB ya Kericho Town. Asante sana Benja. Mandazi, karibu. Pastor, Naibu wa Rais, and our speaker and all the leaders present here today. Tungependa tu kuambia familia ambao wamepoteza, poleni sana. Mungu hawe nanyi. Sisi zote kama viongozi tunajua uchungu wa kupoteza. Ninaitwa Mandazi kwa sababu ya vitu mingi. Na huwa nikitembea, pastor amehubiri hapa akasema tutoe kwa roho na kila ambacho tuko nayo tuweze kusaidia. Mimi kama sio watu wa kutoka kwa kijiji changu singeweza kufika hapa. Nilisoma kwa mashida mingi, nikaenda nikauza mandazi, na customer wangu mkubwa alikuwa ni Aaron Cheruiyot ambaye ni senator wa Kericho. Na kwa sababu ya hiyo huwa ninasema popote kule nitaenda, in anywhere I will go, nitaweza kusaidia mtu mmoja aweze kujikimu maishani. Leo hii, with your respect, Mheshimiwa, wewe fanya analysis kwa wale ambao walipoteza wazazi wao. Nipatie mwanafunzi mmoja ambaye nitamsomesha mpaka amalize shule. And in that respect, sio kwa sababu niko nayo, lakini wacha mchango ni kando. Yes, it is my personal contribution. Hello, look for one out the bereaved. Umpatie hii au nipatie jina lake, nitamsomesha hadi amalize shule. Thank you so much and God bless you. Naitwa Victor Koech, Mandazi, mbunge wa Chepalungu. Thank you and God bless. Tafadhalini, asante sana Mandazi. Tafadhalini waheshimiwa, tuelewane. Hao families wako hapa, tusiwakip sana. Dakika moja. Sema tu pole. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nikiheshimu ratiba na kazi zako, jina langu ni Justice Kemei, mimi ni mjumbe wa Sigawet Soin hapa katika kaunti ya Kericho. Nimekuja kwa niaba ya wale walioniheshimu kwa kiongozi, kwa fariji watu wa Kipkelion na watu wa Kericho kwa kifo hicho kibaya sana. Asante Mheshimiwa Naibu wa Rais. Thank you. Your Excellency, kwa sababu ya heshima ya mafamilia na vile ratiba inaendelea, nitasema nilikuwa na mengi, lakini nitasema tu pole kwa familia ambao wameathirika. Mimi naitwa Nelson Koech, ni mbunge wa Belgut. Mutio missing big up kweli. Mheshimiwa Naibu wa Rais, all protocol observed. Mimi nataka kutoa pole zangu na za watu wa Konoin constituency. Poleni sana kwa watu wote ambao walipoteza their loved ones. Mutio missing. Thank you so much. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, na waathiriwa wote pamoja na kanisa takatifu, tumekuja kuungana na nyinyi kusema pole sana kwa mambo ambayo yalitokea. Na mara ya kwanza, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tunashukuru kwa sababu hili kitendo limefanyika na serikali ikasikia na ikashuka chini kusaidia watu wake. Tarehe 10 mwezi wa 11 2018, we lost the same number of people in a tragic accident at tunnel
in my constituency. By that time, no single government official came. Ilikuwa mimi, MCAs, governor wa siku hiyo na mapastors. Wakakuja wakaombea hiyo scene. Na tunashukuru sana, hatuchukui kwa mzaha. Even your presence alone is satisfying and gratifying to all of us who have seen this in the past. And Your Excellency, kama jirani, ninataka kuomba ya kwamba kwa sababu mhubiri huyu amesema referral litajengwa hapa. Na hiyo ni kitu tulikuwa tumekubaliana kama wakaaji wa Kericho. Kwa sababu ya accidents mingi ambaye ziko hapa, Your Excellency, na waziri wako hapa wa afya yako, ile hospitali ya Fortanan na ile ya Kipkelion, Your Excellency, amrisha accident and emergency unit iwekwe huko ili ajali kitokea watu wetu wanasaidiwa. Na pili, Your Excellency, tunataka pia kusema hata kama tunaomboleza, tunataka kushukuru serikali ambaye mumeistabilize saa hii Kericho hii. Ile mahindi iko hapa, ile mahindi itavunwa kwa ile program yenu ya subsidized fertilizer. Your Excellency, tutalisha Kenya, hata wale wanaweka sufuria kwa kichwa. Lakini hatuwalishi bure, walipe. So Your Excellency, karibu sana na asante kwa mpango yote wa serikali. Lakini mwisho, hata tukisema, unajua tunasikia Your Excellency mnasema hakuna barabara, pesa ya maendeleo, tufanye pending projects. Hii Kericho County, Your Excellency, tunakupea ikuwe county yako. This is the only county in the last regime haikufanywa kitu yoyote, hakuna barabara inaendelea kwa Kericho County. Na tunakuomba wakati unafinya ile program ya pending roads, hakikisha kazi kidogo inafanyika katika Kericho County kutengeneza lami na maendeleo yale mengine. Asante, mimi ni mbunge wa Kipkelion West, Hilary Koskei. Excellency, sijui nitachukua kwa darasa. Tafadhali dakika moja. Shida ya mwanasiasa akipewa microphone hiyo. Tafadhalini. Your Excellency the Deputy President, Honorable Speaker, viongozi wote, habari ya leo. Yangu ni kusema tu machache, nataka kupeana pole yangu na kwa niaba ya watu walionichagua. Mimi naitwa Richard Kilel kutoka Bomet Central. Nataka kusema poleni kwa familia na kwa kila mtu hapa Kericho. Asante. Huyo sasa amejua maneno. Hata wewe unuetu. Haya, asante sana. Bwana wetu asifiwe. Kwa majina naitwa Richard Diegon, mjumbe wa Bomet East. Mimi pia nimejumuika na nyinyi kukuja kuomboleza, na niko na rambirambi kutoka my constituency na familia yangu. Wacha niseme poleni sana. Yangu tu, Mheshimiwa Makamu wa Rais ama Naibu wa Rais, ni kusema kwamba there is also another tragedy in the making which we need to address. We must have seen, all of us moving around even at night, these people of border border, watu wa border border, we need to make sure that we give them the reflectors. Most of the time at night you are driving, they don't have reflectors. They are carrying people with no reflectors. And this one we must address because we are risking the lives of our people, and we must address. Another issue, nimemaliza. When I was coming from Bomet this morning, there's a place called Kapkwen and another one called Mulot. People are back to normal business. There was an accident which happened in Mulot, the same one which happened here in Londiani, the one we are having these prayers today. We want to urge maybe the Ministry of Roads to assist us expand on those areas, because it is very difficult for these people to move out of this, because they are looking for their bread in this business which they are doing now. That is my urge, Your Excellency. Thank you very much. Your Excellency, the Deputy President of this Republic, Mr. Speaker, all protocols observed. My name is Ambassador Francis Sigei.
MB Sotik. Nimekuja kwa niaba ya watu wangu wa Sotik kulete pole zao, na Your Excellency, mimi pia niliathirika, watu 3 walikufa kutoka kwangu. So nimekuja kusema pole na pia kuambia watu wangu pole. Poleni sana. Thank you. Asante sana. Wacha niende pande hii. Asante sana naibu rais na viongozi wote. Mimi naitwa Didmas Barasa, mbunge wa Kimilili. Na mimi ndio vice chair wa kamati ya barabara. Niko tuna maneno mbili, Your Excellency. We know that the responsibility of ensuring road safety is for all of us, but we have 2 agencies in Kenya wale ambao wamepata mafundisho ya kuhakikisha ajali kwa barabara zinaondolewa, na hawa ni polisi na NTSA. Your Excellency, hata huko kwetu Webuye tumekuwa na ajali mwezi moja ijaisha, tukapoteza watoto 17. Mimi huwa nashindwa kwa nini roadblock ya polisi ile ambaye inatakana kuwakumbusha madereva mambo ya usalama ya barabarani inawekwa mahali iko msitu, mahali hakuna watu. Ile ya Webuye iko mahali tukuna sewage, mahali mtu atakani kukaa hapa. Sisi tunataka polisi waache kujificha na roadblock ya kuhangaisha watu ya madriver, waende waweke roadblock karibu na soko, mahali iko watu wengi, ndio dereva akiendesha gari anaenda polepole. Ya hapa nimeambiwa iko msituni, Your Excellency. Jambo ya pili, tunataka pia hizi makamera za kudhibiti wale wanaendesha magari kwa kasi katika barabarani. Lakini kwa mataifa mengine yote ya nje, mahali tuko na kamera ya kudhibiti speed inaandikwa, inajulikana iko kamera hapa. Polisi wetu, Your Excellency, wanajificha msituni. Haujui kama kamera iko hapa, ndio wakukamata wa kuhangaisha utoe kitu alafu waende mbele. Mimi nasema kila mtu afanye kazi yake. Na ya mwisho, Mheshimiwa Governor, wale wafanyabiashara ambao wanauzia sokoni hapa, wale ambao waliathirika na hii ajali, wengi wanauza mahindi hapo. Usiwapeleke mbali, unajua wateja wao wengi ni hao watu ambao walikuwa wanahangaisha naibu rais na kizungu mingi. Na wako na madharau, hawezi wakasimama kwa waende kule mbali, wanataka wanunue mahindi ile wanaona hapo kwa barabara. Kama mahindi yuko mbali huko, anachukua Range Rover yao na kuenda. Kwa hiyo mengi na wachache, Mungu awabariki na wazidishie. We will pray for you. Asante sana. Hapa tuko na Toto. Karibu Toto. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mheshimiwa naibu wa rais, viongozi wote, nataka pia kutoa rambirambi zangu. Nasema pole kwa familia wote na Kericho kwa jumla. Asanteni sana, Mungu awabariki. Toto ko matinye ngal chechang leo kitok pole sana. Kongoi mising biikab Kericho. Bwana asifiwe. Mheshimiwa naibu wa rais, waombolezaji wote ambao wako hapa, nataka nichukue fursa huu tu niseme poleni sana. Pokea risala zangu kutoka watu wa Murwadikir na watu ya Narok kwa ujumla, na ningependa kusema hata mimi kama mjumbe wa Murwadikir niliathirika. Nilipoteza vijana wawili. Kijana mmoja alikuwa anaenda shule. He was going to the university and he was in one of those matatus yenye ilikuwa inasimama hapo. Mwingine alikuwa anafanya kazi hapo na uzauza vitu yake ndogo ndogo. So nasema poleni sana. In my observations, Your Excellency, nilipokuja hapa, nilipoingia mortuary, ilikuwa ngumu sana. But kenye tuliona huko ni kwamba wale waliathiriwa sana ni vijana, young men and women. Walikuwa wengi vijana na mama wadogo. Hawa ni watu ambao walikuwa wanajitafutia. It shows how hard working our youths are. And we need to give them. Roadblocks tu zimegeuzwa kuwa ya kuchota pesa. And we need to speak on that. Number mbili, Your Excellency, ni mambo ya license. In Kenya today,
you can easily get a license before you know how to drive. Yani license inatangulia kabla ujue kuendesha gari. And there are no punitive measures kwa wale ambao wanasababisha ajali, hata kama ni ajali ndogo. Ni lazima pia tukue very disciplined. Tukue na ile jukumu yenye mtu akifanya makosa anapewa green in yellow light. Makosa ya pili an yellow card. Makosa ya pili anabaniwa forever asiwahi endeshe gari, especially ikisababisha ajali. So we need to discipline our drivers on the roads. Otherwise, Your Excellency, tunaomboleza na tunashukuru kwa kuja kuomboleza na sisi. Poleni. Asante sana Gong. DK. Bwana asifiwe. God is good. Kwa majina ni DK MB Soi constituency Uasin Gishu. Nataka tu kusema Your Excellency the Deputy President, tunachukua fursa hii kusema poleni sana wakaaji wa Kericho, poleni sana wale ambao waliathirika. Tumekuja hapa ili kuomboleza pamoja. Nataka tu kusema kwa minister wetu wa barabara, amua tu ukue mishuki na urudishe mishuki rules. Kwa vile wakati wa mishuki tuliona kuwa zile data za accidents will reduce. So if we can come up with mishuki rules and all the drivers obey them, we shall be able to reduce the number of accidents that is affecting our Kenyans. Poleni sana, mutyo missing pick up Kericho, poleni. Asante DK. Jina please, na kusema pole. CPA ni naiba yangu hapa juu. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa naibu wa rais, mheshimiwa speaker wetu wa National Assembly, mawaziri, wajumbe wenzangu na waombolezaji, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yangu tu nimefika kama jirani, jinsi mheshimiwa ameeleza, tunapakana na yeye kule Loti kuja kusema pole. Ili janga ilichapa kila mahali, sehemu yangu kule Keses pia nina familia wanaomboleza ambao walifikiwa na hii janga. Tumekuja kusema pole ili nikamilishe. Mheshimiwa naibu wa rais, waziri wako wa afya yuko mahali hapa, waziri wa barabara na Council of Governors wako mahali hapa. I think it is time we need a deliberate move, especially we that we stay along the highways. Kwamba as we look at the roads, let us look at the health facilities around that area. Ajali haina kinga, lakini inaweza suiliwa if we are able to manage impact and trauma from accidents. We have health facilities and health centers along the highway. We can target them, improve, so that we can manage the situation even before it gets worse. Kwa hayo na mengi, poleni sana, Mungu awabariki. Asante sana, Chebor. Basi Your Excellency, Mr. Speaker sir, na watu ya Kipkelion, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Paul Chebor Mamba, mjumbe kutoka Rongai. Nimekuja hapa kusema poleni sana watu ya Kipkelion, na hata na mimi Cheroro, kuna watu wawili wa Rongai walikufa kwa hii accident ya barabara wapande ile ya Burgei. Kwa hivyo tumekuja hapa kusema poleni sana, Mungu awabariki. Basi asante. Ili to avoid child intimidation hapa, wacha nipunguze hawa. Karibu. Okay, asante. Your Excellency, our Deputy President and Honorable Speaker, wajumbe wote ambao wamefika hapa, senators, CSS, County Assembly ya Kericho na governor wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane tu sababu tumekuja kufarijiana jameni. Mimi ninaitwa Liza Chelule, mama county ya Nakuru. Nimefika hapa pia mimi niseme pole yangu ya kwangu na ya Nakuru County kwa ujumla. Tunasema poleni sana wananchi wote wa Cheroro constituency, na wengine wanatoka sehemu yetu ya Molo, wanatoka Kamara wengine, kwa hivyo tuko na waathirika kutoka Nakuru County. Your Excellency, I want to thank you for this particular minute ambaye umetenga kufika hapa kutufariji, umetenga hata kusimamisha kazi yako yote ambayo ungefanya wiki hii yote, kufikiria juu ya hii hawa family, na tufanye hii mambo ya maombi na harambe na mpaka mwisho wapumzishwe ndio tuweze kufanya kazi nyingine. Sisi kama nimefurahia vile Barasa ameongea
Barasa ako kamiti ya transport. Na niliposikia waziri akisema itafanywa uchunguzi juu ya ile maajali yote ambayo imefanyika nchi yetu ya Kenya, ninaamini pengine kutakuwa na sheria ambaye itabidi ibadilishwe. Sisi kama wabunge ikifika tutabadilisha. Kuna reports ambaye imetoka, benchmarking reports from other countries through the committee ya transport. Kwa hivyo Barasa, kazi kwako na CS. Otherwise poleni sana watu wa Kipkelion, watu ya county ya Kericho, wale wanafanya kazi katika barabara ni hustlers na wanajitafutia. Kwa hivyo ninasimamia neno ya pastor kusema hatuwezi kuogopa sababu kuna mapya mbele yetu. Mungu awabariki sana, asanteni. Asante sana Lisa. Mother Wangare kutoka Gilgil. Asante sana Mheshimiwa Cherorot, Naibu wa Rais, Excellency Governors ambao wako hapa, Speaker wa Bunge la Kitaifa, wachungaji wote, familia ambazo zimeathirika na vifo hivi na janga hili, na waombolezaji wote. Bwana asifiwe. Ilo suno Jesu. Mwathani agoshwo. Mimi naitwa Martha Wangare, mbunge wa Gilgil, Nakuru County, na nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu binafsi za Gilgil na za Nakuru County. Najua Governor Dr. Eric can confirm kwamba Governor wetu Susan Kihika ameshirikiana na sisi, sababu pia sisi tumeathirika. Tuko na jamii Kaptembwa, tuko na wengine Molo, na hili ni jambo ambalo halikuweza kukadiriwa na mtu yeyote. Kwa hivyo kwa jamii tunawaombea tu Mungu awape ile amani, haiwezi kadirika na mtu sababu yeye tu ndo anaweza. Sisi tunaweza wadanganya hapa tutarudi, Mungu tu ndo anaweza kurudi hapo. Sababu nikiangalia zile picha nimeona hapa, watoto wadogo, vijana wadogo, waume kwa wake. Ni jango ambalo limetushtua sisi wote kama nchi. Na niseme kwamba sababu Waziri Murkomen ako hapa, na nimeona pia Director General wa Kenha ako hapa. Lile jambo naweza sema tunangoja hiyo highway dual carriage, lakini kabla hapo kuna ile first aid inaweza kufanywa kwa trouble spots. Vile mmefanya pale Ngata, vile kumefanywa Sachangwan, kuna zile areas ambazo mnaweza mitigate kabla hiyo highway ikuje. And I know it is possible, na sisi kama bunge tutawasupport mahali itabidi ndio tuweze kuhakikisha kwamba hiyo mambo imeweza kuepukika. Na kwa mchungaji wetu wa siku ya leo, wewe nafikiri ulikuwa na mtiririko wa maneno, ufasaha wa mambo na tajriba, mpaka ukasema kwamba ulikuwa mwalimu wa fasihi. Nafikiri wewe umesummarize kila kitu. Tusiangalie nyuma, tusonge mbele. Hata kwa serikali, tusiangalie aliyokuwa mbele, tusonge mbele. Sababu hivyo ndio inafaa. So poleni sana, mutio missing, na Mungu awabariki. Asante sana mother. Mutai, my neighbor. Asante. Mheshimiwa Naibu wa Rais, all protocol observed. Kwa majina naitwa Mutai Alfred, mimi ndio mbunge wa hapa Kuresoi North. Mheshimiwa Naibu wa Rais, kati ya wale watu ambao waliweza kupoteza maisha yao, around 13 wanatoka my constituency. Most of them comes from this side of Kamara. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hii barabara mahali ambapo iko shida inaanzia pale Total, na hiyo ningekuomba sasa ile hii barabara inarekebishwa, ninaomba ianzie pale Total, alafu review of the Total interchange. Most of those people who lost their lives waliweza kushift kutoka pale Total sababu ya ile interchange ambayo ilitengenezwa pale haifurahishi ama wanabiashara kuweza kuuza kufanya biashara pale. So most of them waliweza kuhama hapa, na mimi nataka niombe Mheshimiwa CS wetu Murkomen, sasa ile anafanya review ya hii barabara aanzie pale Total, akuje ndio iweze kutengenezwa hiyo barabara, itengenezwe ifanywe design mzuri ya interchange, ndio tuweze kufanya biashara na pia maisha tuweze kuzuia maneno ya ajali. Otherwise, asanteni kwa kuweza kuja kufariji na sisi kama constituency ya Kuresoi North. Tunashukuru sana. Mungu awabariki, atuongoze na atulinde tutakapoendelea kujenga nchi yetu ya Kenya ambayo inaongozwa na madrivers wazuri ambao wanamcha Mwenyezi Mungu. God bless you all. Asante. Asante sana mheshimiwa. Hapa tuko na women rep, mama yetu. Karibu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusalamiane hewani. Bwana asifiwe. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Right Honorable
and Speaker of the National Assembly, Your Excellency the Governor of Kericho and all the other governors, and CS Murkomen, CS and Florence, and CS and Susan, all the leaders present. I want to take this opportunity in a very special way to pass my message of condolence to the bereaved families. That was a sad moment for us, the Dark Friday, and as Mheshimiwa said, we were present, and it was not easy. I want to appreciate the many people who came through for us that night up to the following day. For the families, may the Lord come through for you. Be comforted in the Lord. Your Excellency, it is very sad, but I want to say thank you so much that the whole government is here. I am sure through you and His Excellency the President, we may not bring back the lost lives, but we shall actually be comforted and some solution. And I also want to say that the many bereaved families, Your Excellency, the many lives that we lost are not only from Kericho, it is across the country. It is not one tribe, it is not the same age. We also have a pastor among them. So today, the whole world is actually bereaved. I want to ask CS Murkomen, as the other members have spoken about the dual carriage, I may want to also ask that we have the access road through your agencies, because now you realize that our people would want to sell along the road. But if we have access road, and then the county government and all the governments, the other county governments will build the market aside, I am sure our people will actually be assisted. And in line with that, I'm requesting and appealing to the motorists not to move very fast in this sense. These hustlers who are selling along the road need a source of income. Let's be patient, go and buy from them, give them something for their families. And as I conclude, I must also say, these bereaved families and many other people need guidance and counseling, because whatever they have gone through, it is traumatizing. And in line with that, the many hospitals also, Your Excellency, Londiani Referral Hospital is the one we are waiting for. And I believe it will come very as soon as possible, as we also believe Kericho referral will be lifted to the next level. And finally, the widows, the orphans, we are here to assist them in one way or another. Your Excellency, I also want to take this opportunity on behalf of many of our women, children, and all the people of Kericho to welcome you for the Tea Reforms Conference. We are welcoming you in a very special way, and all the leaders who are here and all the wananchi, karibuni sana. I am sure something good will come out of it. And the pastor and the team sang this song, "The God of the mountains, the God of the valleys." And then I was asking myself, is it Mount Kenya and the Rift Valley and all the areas? So, but wewe, Your Excellency, wewe sasa ni wetu. Umekaa Rift Valley, sasa ukue wetu kabisa. And I know, Governor, today you will give him ile jina yetu ya hapa. Thank you so much. Ngotawaretak Jehova, agoberuro kimiten pamoja. Thank you so much, mama yetu. Your Excellency, unajua hawa politicians wanajaribu kufix kila kitu. Hiyo wimbo ni tofauti ya the mountain and the Rift Valley. Asante. Your Excellency, nikependa tu, hii ni service, haina protocol. The member or MCA wa hii area aje aseme tu dakika moja. Sigilai, because he was the most affected person. Karibu. Huyu alikuwa nimesaidia yeye sana, Your Excellency. Ni karibu nitafutie wheelchair, lakini naona hako sawa. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Cherorot, Your Excellency the Deputy President. Ningependa kutoa rambirambi zangu kwa jamii ambao walifiwa, na niseme pole kwa wale wako hospitalini. Your Excellency, kwa wadi yangu
Mimi nilipata changa kuu sana, nilipoteza watu karibu 14. Kwa hivyo niko na huzuni kama vile waathiriwa wamepata. Kwa hivyo nashukuru sana kwa kuwa na sisi, kuomboleza na sisi. Nashukuru pia gavana wetu ambao alitusaidia na wote ambao walitusaidia. Ninasema asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Segilai. Your Excellency, utaniruhusu niite our majority leader who happens to come from this county, Aaron Cheruyot, aje take over from there. Karibu. Asante sana. Nitengeneze vizuri. Bas, Your Excellency, Deputy President, our Speaker, our National Assembly, viongozi ambao wako hapa, jamii ambazo zilipoteza watu, uongozi wa kanisa, wananchi wa Londiani na Kipkelion East, Wakenya wote ambao wamefika siku ya leo, naomba niwasalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hamjambo. Hamjambo tena. Bwana asifiwe. Your Excellency, hapa tumekuja tukiwa na moyo mzito sana. Nilikuwa ninaambia viongozi hawa kwamba kutoka 1963 ambapo Kenya ilipata independence, you can count actually on one hand and not more than 20 the number of times we as a country have lost more than 50 people in one incident. This was a great tragedy. Kwa hivyo, Your Excellency, we want to say pole to the families of all those affected ambao wako hapa siku ya leo, the community of Londiani, Kipkelion East, watu wa Kamara, and the whole community that has been affected by this great tragedy. Tunawaambia pole sana kwa janga hili ambalo liliwapata. Ya pili, Your Excellency, sababu sitaki kuwa mrefu wa maneno, nikijua kwamba tulikuwa tumeombwa hapo awali kwamba tupime maneno yetu, tukijua kwamba tuko na watu ambao wakati tunazungumza hapa wako na family members who are still in the morgue, wanafaa wapange mambo ya mazishi. Kwa hivyo, Your Excellency, mimi nitaomba tu jambo moja. Ya kwanza ni kushukuru kwa kuchukua muda wako kuja kuomboleza na wananchi hawa wetu. Sisi kama jamii ya Kericho, we don't take it for granted that you have found time to come and condole with us alongside the Speaker and all the leaders that have come from outside Kericho. Thank you so much for finding time kuja kuomboleza na sisi wakaji wa Kericho. Your Excellency, nitaomba tu, sababu mimi najua serikali yetu ni serikali ambaye sisi tuliahidi hawa wananchi kwamba ni serikali ya kusaidia wale ambao wako chini ili wafanane na wale walio juu. Hawa ambao walifiwa na wale ambao wako hospitalini ni watu wamepatwa na shida kubwa. Kama ungeweza kupitia mbinu zenu na njia zenu za serikali wapate kitu kidogo kwa familia zile ambazo wamefiwa, na pia hata wale wako hospitalini bado, wengi wao, sababu mimi nimeenda hospitali Jumamosi, many of them were badly injured. In fact, most of them will have to live life afresh because wamekatwa either miguu, mikono. They're in a very difficult situation. Kwa hivyo, kama wanaweza pata pia kupitia mkono wenu wa serikali kubwa, muone vile kama wanaweza pata usaidizi kidogo, both the deceased families na wale wako hospitalini, hawa wananchi watakuwa wamewasaidia mzigo kidogo. That's my humble request to you, Your Excellency, na mimi najua serikali yetu inawasikiza. Ya pili, Your Excellency, ukisikia hili jambo ambalo pengine tunazungumzia sana kuhusu hiyo hospitali ambaye tunataka hapa, sio kwa sababu tu ati imezungumziwa kwa muda, but the truth of the matter, Your Excellency, kama vile nafikiri Mheshimiwa Hilary alikueleza, this highway, barabara hii ambayo inatokea hapa Londiani na teremka mpaka Moroni, pamoja na hii kuanzia Mausami tama pale Total kuelekea Kericho town, ni barabara ambaye mara nyingi huwa kunapatikana ajali. The road is well built,
na kwa hivyo mara mingi madereva wanafanya makosa, they overspeed. Like the time Hillary was speaking about 2019, we lost over 40 people. And if we had a working hospital, a proper hospital that has a trauma center, most of those lives would have been saved. So Your Excellency, ni vizuri ambapo wewe umekuja siku ya leo, you are accompanied by the Cabinet Secretary for Health, together with the PS, Harry Kimutai. On 20th of October, you're coming back to this county to celebrate UHC during the Mashujaa Day, together with the President. If on that day, Your Excellency, or in the week leading to, part of the programs or the projects that will be unveiled will include Hospitalia Londiani, as a people, we will really appreciate. You have seen the difference between good countries and countries that are not properly run, Your Excellency, is that they learn from tragedies. We need to learn, Your Excellency. Ndio watu wetu wasikuwe wakikufa kiholela na hakuna pale wanaweza kujisaidia. So that's our humble plea. Nataka tuombe kwa ruhusa yako waziri na PS wake wafanye ile mipango inatakikana ya procurement na hiyo ingine, ndio hiyo siku tarehe ikikaribia rais aje aweke muundo msingi ama a break ground for the building of that hospital. We will really appreciate, Your Excellency. It will mean a lot to these people. I don't want to speak for long, but nitasema tu jambo moja kuhusiana na hii mambo ya ajali, Your Excellency. Mimi nasikia viongozi wanasema kwamba tuweke polisi, tuweke NTSA, turudishe sheria, na kubaliana nao. That is very true. But over and above that, Your Excellency, countries that have succeeded to reduce road deaths and accidents are those that punish people that commit traffic offenses. The problem with this country is that people get away easily with killing people on the roads, with causing accidents. Watu wengi wanaumia na maisha yao inabadilika, but there is no firm punishment. I want to ask, Your Excellency, that your cabinet minister ambaye ako hapa Kipchumba Murkomen, that you consider making it more stringent and more painful for drivers who drive recklessly on our roads. Sio mambo tu ya kusimamisha ati polisi na kuweka NTSA. Other countries have tried, by the way. In fact, other countries, nilikuwa nasoma sijui ni nchi kama Nigeria ama ni wapi, walienda mpaka wakashonea polisi longi yenye haina mifuko ati ndio wasichukue naitwa nini, hongo, lakini haikusaidia. This is a modern world. Make use of technology. It is possible that every driver weka cameras across all these major highways, na mtu akuwa anapata instant fine. Hawa viongozi wanatembea and they know that in other countries, when you overspeed, ukipita tu pali imeandikwa 50, ukifika 55, you are fine. Mtu ambaye anakuwa reckless kama hii malori, Your Excellency, wengi wao wanaweka free sababu drivers wanauza mafuta. Halafu wakifika Mau Summit wanawekelea free, ndio wanakuja kubonda watu hapa. Such people should be punished. If we begin to punish and make it difficult, it must be painful for people to lose lives, for you to hit a boda, for people to have their lives changed because of ile makosa ambaye watu wanaendesha vibaya. So maybe Cabinet Minister Murkomen, consider whatever traffic fines we need to upgrade as parliament. Sisi viongozi hao wako hapo wamesema wako tayari na tutafanya hiyo. Sitaki kusema zaidi ya hapo. Your Excellency, asante. Leo ilikuwa ni siku ya kuambia hao wakaaji pole. I am left with a second assignment, which is kuoneshana viongozi wale ambao bado wamebaki. I think nitafanya almost all the leadership. Then I just leave our governor to come and invite the speaker who will ultimately invite you. I want to start, Your Excellency. Tuko na viongozi wengi sana wa serikali ambao pengine who come from this area ambaye nimeona. Either they are MDs ama heads of parastatals, directors, vitu kama hiyo. Tusimame tu ili wananchi hamtapata fursa ya kuongea, but at least we'll just appreciate that you joined us. Any professionals wale ambao wako hapa before I move to the political class? Nimeona pale yule ni MD wa KCC anaitwa Nixon Sigei. Thank you for finding time to join us.
I thought I saw Irene somewhere. Yeah, actually a part of the people. That's Irene Asiega. She comes from this county, Your Excellency. She serves in the Presidential Economic Council, ile akina David D. Asante Irene, hapa ni nyumbani kwao. I think if there are others, that is a former deputy governor, but now serving as a chair of KICD. KIE, Kenya Industrial Estate. Anaitwa Mrs. Lily Ngok. Thank you for joining us. And she comes from here. Amesema pole. Tuko na former cabinet secretary who also comes from here. I want to recognize him for joining us. Mheshimiwa Charles Keter. Pia yeye amepeana pole yake. Thank you Waziri for joining us. Tuko na Job Chirchir, chairperson wa Kenya Forest Service. He comes from Kericho County. Sema pole yako kutoka hapo. Job pia amesema pole. Thank you Job. Tuko na deputy governors ambaye wako hapa who have come. I want to invite you, our DG Fred. You come, you just say the names of the deputy governors that have joined us and you say pole on their behalf. So karibu deputy governor wetu Fred, just come. Thank you. Your Excellency, the Deputy President, Speaker, my Governor, Dr. Eric Mutai, and all the leaders, I just want to request the Deputy Governors who are present to stand so that we can recognize them. That is His Excellency Rotich from Bomet County. Thank you. We have also His Excellency Kones from Nakuru County. Thank you very much. I think I want to, nataka nichukue nafasi hii kusema pole kwa niaba ya uongozi kwa familia ambao walipoteza wapendwa wao wakati wa Ijumaa. Mimi nilifika katika kile pale ambapo ajali ilifanyika about 30 minutes baada ya ajali kufanyika, na tulikuwa na Mheshimiwa Cherorot, alafu women rep akafika. Ile mambo ambayo tulijionea, nafikiri Pastor Kemei mmetuombea na tunashukuru because the bodies were in pieces na ilikuwa ni shida kubwa sana. Nataka tu niombe jambo moja, naibu wa rais. Sisi kama wakazi wa upande huu, unajua wale watu ambao waliumia pale walikuwa sana ni mahustlers, wale watu ambao wanajitafutia. Na mimi kama engineer, unajua kuna mambo ambayo nataka tu request ndio iweze kucreate kazi kwa mahustlers wengi. Hapa kwetu tuko na mfereji ya mafuta ambayo inapita hapa ikielekea kule Kisumu. Ningependa hiyo mfereji ikatwe, tuweke na tank hapa ili marori ambayo yanachukua mafuta kwenda kule Kericho wapi yaweze kuchukulia mafuta hapa. Watu watapata kazi ya kuchunga malori, watapata kazi ya kuosha, kufanya nini, na hiyo unajua tu ni kuweka tank, na hiyo maneno inaendelea hivyo. So sisi kama engineers ni hivyo. So asante sana na Mungu awabariki. Asante DG ambaye amesema nataka tuendelee sasa, turudishe mawazo kutoka kwa ile DG amesema tukate mfereji. Hivi karibuni naona ukiwachiwa utasema hata waya ya stima ikatwe, kila mtu aende naye kwake. Tuko la senators ambayo wako hapa. I want to, because there are not that many, just come Senator Sigei, my deputy, Senator of Nakuru, and Senator Recha, Senator Cherargei, sababu, and Senator Joyce Korir. Mkichukua dakika moja moja vile our National Assembly members walichukua, just a name, pole, tutakuwa tumeanza. Wewe ni deputy, utaanza. Wacha nianze na my colleague and neighbor kutoka Nandi County, Senator Samson Kiprotich Cherargei. Thank you for coming. Asante sana, Bwana asifiwe. Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, ndugu yetu Rigathi Gachagua, ndugu Senator Speaker Moses Masika Wetangula, my colleague leaders, ndugu Majority Leader Aaron Cheruiyot,
nataka niseme mambo machache. Ya kwanza nataka niseme pole kwa familia wote. Amejale mutyo kakibwa ak nande eng saet ak mutyo kaikait. Kimakwok ki age tugul nemie, kimakwok kabritab Jehova akisaiwa akikimitok. Tutaweka nyinyi kwa maombi, na hii pigo si pigo ya Kericho County, ni pigo ya Kenya mzima. Ya mwisho, naibu wa rais, tunataka tushukuru kwa sababu umepata nafasi ya kuja kuomboleza na sisi. We want to thank you and the president for standing with many families. We don't take it for granted. Finally, Your Excellency, I think it is now ripe to do an overhaul in terms of traffic laws. As you are aware, we are now ready as a parliament to pass any amendment to ensure kuna ile process ya wale watu ambao wanafanya makosa. Na Your Excellency, tumesikia kulikuwa na mpango ya dualing from Uplands to Mau Summit. Tunataka tuombe hii barabara yote kutoka pale Uplands iliwachwa ikuje iende mpaka Malaba, ndio tuache kupata shida kule Kabrengo, na hii ingine iende mpaka Kisumu, ndio watu wetu waweze kuwa na nafasi. Ya mwisho, Your Excellency, let us do detour along the highways. Kama hii hapa Londiani, hii shamba ni ya serikali. Sisi ni watu ya serikali. Wakipeana hiyo shamba kidogo hapo, hawa mahasela waweke mahali wanauza mambo yao, ndio Kenya iende mbele. Hiyo ndio ndakubaliana naye. So biga Kericho kimakwa kiaga tukul nemie abwati ala kararan emet agero same tukun kole konyo sipitali yu kimeje ketech emet tanyi ko basenge akityokyini rani kwa kasmat. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante Senator Cherargei. Your Excellency, unajua wakati ule rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakati tulianza ile kelele yetu kidogo, alikuwa akicomplain kwa naibu wake William Ruto wakati huo. Namwambia huko na viongozi wengine wabaya, kuna tu wengine tufupi tuwili tu senators tunaongea mbaya sana. Ilikuwa huyu Cherargei na mimi. Yaani sasa na unaona tunafanana kidogo. Tumekubaliana tu mwaka huu ili kuwe na tofauti, mimi ni konde na yeye achukue nafasi, ndio tutofautishwe. Najua anaweza enda mahali afanye makosa alafu mimi isemekane ni mimi. Karibu Joyce kwa dakika moja. Your Excellency, the Deputy President, Right Honorable the Speaker, all Excellencies present, the Members of Parliament, Members of the County Assembly, the entire leadership, the church, wananchi wa Londiani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Joyce Korir kutoka kule Bomet, na ningependa kusema Your Excellency, tunashukuru sana kwa sababu ya kupata nafasi kuja kuomboleza na watu wa Kericho. Ningependa kusema Your Excellency, atuchukuili kwa mzaa, bali tunashukuru serikali kwa sababu hawa ni mahaslas ambaye tumewapoteza. Tumepoteza mahaslas ambao walikuwa wanatafutia vyakula watoto wao, walikuwa wanatafutia jamii yao, na ningependa kusema Your Excellency, ile usaidizi utasaidia. Yanga etiro go yanga et go wanga et welia manano kwe. So tabu chun ayani ale go tare anano kwe. Ako taret picture changa dale go sitabu. Koni buchu Your Excellency, wacha nisiongee mengi, wacha nikwambie tutaendelea kushikana mikono, tutaendelea kufanya kazi pamoja na Mwenyezi Mungu ataendelea kutusaidia. Ile tu ningesema ya mwisho, Your Excellency the Governor, najua mambo mengi yamesemwa kwa waziri wa barabara, lakini ile changamoto tuko nayo ni kwa macounties ya kwamba lazima tutafute shamba hata kama ni karibu na barabara, ili wanabiashara wanapoendelea na kazi yao wapate mahali mzuri ya kukaa na pia wapate wateja wa kuuzia bidhaa. Hata sitaki kusema mengi, Mungu awasaidie na aendelee kuwafariji. Asanteni. Thank you Joyce. Senator Sigei, 1 minute. Your Excellency Deputy President, the Speaker of the National Assembly, viongozi wote ambao wamekuja siku ya leo kuomboleza pamoja na sisi, nataka niombe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa sababu ya heshima ya masaa, nimeona kiongozi wa walio wengi yuko nyuma yangu hapa. Tumekuja hapa kuomboleza na watu wa Kericho na watu wa Londiani na Kenya mzima. Pia tunaomboleza kwa kupoteza wenzetu wengi kwa ajali ile ilitokea pale. Wengine wameongea, sheria ipo. Ile tunataka kuomba ni
kwa wale ambao wamepatikana na hatia, tafadhali mkono wa sheria iwafikie. Ya pili, wale ambao wote walikufa wanabaki na familia wengi. Tungeomba Mheshimiwa Deputy President, maombi yamewekwa hapa, tusaidie familia hawa ili pia nao kesho wapate kuendeleza mafamilia zao. Asanteni sana. Kwa majina naitwa wakili Hilary Sigei, senator kutoka Bomet County. Poleni sana wale wote waliofiwa. Asante. Thank you, Senator Sigei. Senator James Recha Murgor kutoka West Pokot County. Majority Leader amenipatisha kuniita James. Mimi ni Julius. Julius Murgor, Senator West Pokot. Dunia hiyo ya cattle rustling, na wameleta salamu na maombolezi yao kabisa. Na kwanza napenda kusema pole kwa watu wa Kericho na dunia hii yote ya Kenya kwa kupoteza watu. Na ya pili, Excellency Deputy President, mimi najua ya kwamba umelete matumaini mazuri sana chini kwa watu wa hustler ya Kericho, kwa sababu hawa hustlers si watu ambao majina yao yalijulikana ili Excellency aje kwa ajili yao. Kwa hivyo tunachukua importance kabisa ya kwamba ulikuja kwa moyo mzuri na umepeana matumaini kwa hustlers juu ya serikali yao ya hustler. Na kwa hivyo tunakushukuru sana. Ya pili, CS Murkomen, mimi nilifanya kazi na Michuki kama assistant minister wake, na hakujali nani atasema nini, nani atafikiria nini. He beat the bullet by what it takes. So fight na hii ndume ya barabara, jinsi utafanya research na uone kile kitachukua ili watu wetu wawe salama, fanya hiyo. Asante. Asante. Karibu Senator, Neighbor Senator from Nakuru, and my own deputy in the Senate. Karibu Senator Tabitha. Your Excellency, the Deputy President, our Speaker, my friend Weta Gra, CSAs, Excellencies, Governors, all protocols observed, the clergy, all protocols observed, and watu wa Londiani, wananchi wa Londiani, Mungu ni mwema na kila wakati. We are here today. My name is, as my boss, Majority Leader have said, is Tabitha Keroche kutoka Nakuru County, Senator kutoka Nakuru County na Deputy Majority Leader. Tumekuja hapa kusema pole. Watu wa Kericho na watu wetu wa kutoka Nakuru, najua tumepoteza. This is called sudden death. I know how painful it is. Mimi najua how painful it is. Lakini naomba tu Mungu ampatie nguvu Mungu to bear the loss. Na ampe peace that surpasses all the human understanding. And you mourn. Mungu amsaidie mumourn as you move forward. I know how it pains. I lost my daughter in a sudden death, murder. Talking 9 o'clock in the evening, in the morning, you are being called. She's in hospital. So I know how you are feeling. My number available. If you want to talk, call me anytime. I can be a friend to you. Thank you, na tuko pamoja. Asante. Thank you, Senator Tabitha. When we were doing recognition, I saw Speaker Bomet somewhere. Nilimwona mahali. Just stand and say pole where you are. That's Cosmas, Speaker Bomet County Assembly. Asante. We have Rambi from our own Speaker, County Assembly of Kericho. By the time the accident happened, together with a group of MCAs, they were out of the country. But Speaker, pamoja nao MCAs wametumana pole zao, and they have sent me their contribution
nitapeana wakati ule utafika. Tumekubaliana, nafikiri I want to invite the governors that are here so that we finish and then we'll hand over to, I'll give CS Florence to recognize her colleagues who are here and maybe allow one of them to speak. Then Governor will come and invite the speaker who will invite the Deputy President. So our governors, I see Wesley, Governor Sang, Governor Kotimoja, Karibuni. Come also in just a minute like the rest of the leaders. You pass your rambi-rambi, alafu tutasonga kutoka hapo. Karibu, Governor Wesley, Elgeyo Marakwet. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Right Honorable Speaker, our CSS, governors, MPs, MCS, kanisa na wakaaji wa Kericho wote, Bwana asifiwe. Tusalimiane kwa hewa, Bwana asifiwe. Bas mimi ni governor kutoka huko upande wa Elgeyo Marakwet, nimekuja tu kuleta rambirambi zetu kama wakaaji wa Elgeyo Marakwet County, kwa sababu sisi pia ni county moja ambaye nyinyi ni kama mandugu zetu na dada zetu. Tumekuja kusema pole sana. Wakati tulisikia janga hili, tulikuwa tunangojea rais na naibu wake wakuje huko Elgeyo Marakwet County, na nimetumwa hapa na rambirambi ya wakaaji wote wa Elgeyo Marakwet. Pokeeni na nawatakia familia wote wale wamepoteza ndugu na dada wapewe nguvu ya Mwenyezi Mungu, na pia tumekuja hapa pia ili tu support families ambayo wamekuwa na janga hili. Poleni sana na Mungu awabariki sana. Asante Governor Wesley. Governor Kotimoja from Uasin Gishu County. Asante sana ndugu yangu. Mheshimiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigiji, Mheshimiwa Speaker National Assembly and the senior politician, waheshimiwa governors, waheshimiwa senators, wajumbe, viongozi wa serikali, CS, CCs wote ambao wako hapa, pamoja na waheshimiwa MCS na wote ambao tumekuja kuomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Kule kwetu tukisema Bwana asifiwe, nasema asifiwe Yesu Mwokozi. Hiyo ndio tujue Bwana yupi unaongea juu yake. Hiyo ni kanisa ya ACK. Bwana asifiwe. Wale wa AIC na AGC ni wanasema uhuru wa Yesu. Haya, wale wa Catholic, Baba wa Roma, tumsifu Yesu Kristo. Wale wa Jumamosi, hamjambo wasafiri wa mbinguni. Wale wa Pentecost, mimi pamoja na Rigiji, semeni hallelujah. Basi leo nimechukua nafasi hii kwa niaba ya watu ya Uasin Gishu na jamii yetu kule nyumbani kuja kusema pole sana kwa sababu ya yale yaliyotokea hapa. Kericho ni jirani yetu hapa na ni jirani ya Baringo. So tumekuja kusema pole, tumesema pole. Nimekubaliana na mhubiri wa leo kabisa kwamba kuna mbinguni, kuna shetani, kuna Mungu na kuna kukufa. Lakini Your Excellency, kifo umetufanyia makosa mbili na nusu. Kwanza, kungekuwa na njia ya kukufa kidogo ndio uamuke ukuje ukufe ya ukweli, ingekuwa bora, lakini hakuna. Pili, kwa wale waliokufa wote walitufanyia makosa, kwa sababu wakienda awarudi kutuletea report jinsi wale inaonekana kule, hakuna. So ninaomba hivi, ni ukweli tukubali neno la Mungu. Whichever way you want to believe in God, believe in God. For now tunasema hivi, Mheshimiwa CS wetu wa roads, na kushukuru sana, ulisema tutafute njia. Hawa watu ni hustlers. Tuende tu kando ya barabara, na si karibu na barabara, kando karibu na mbali na si mbali sana. Mahali kuna kuwa na safety ya hawa watu, tuwatengenezee soko, tuweke vibanda vizuri, na mimi najua my colleague governor hapa. Mimi najua wewe utaenda kufanya hivyo kwa sababu hawa ni hustlers. Tutafanya nini hawa? Kifo yuko kila mahali. Hata mimi naweza enda kuuza mahindi nipate pesa, lakini
kwa heshima ya hawa tuwekewe soko karibu na barabara, lakini si barabara kwenyewe na si mbali tena na wao. Alafu ya mwisho, hawa watu wanaitwa drivers. Hawa ni binadamu kama sisi. Huwa wanachoka, huwa wanapitia shida ya mawazo. Wengine wanataka kufika Kigali na wangali wako Mtito Andei. Kwa hivyo tunaomba hivi, ikiwezekana Your Excellency, tufanye retraining ya hawa watu periodically, tujue kama vichwa vingali ni sawa ama hapana, wellness of the mind. And because of time, nataka niseme poleni sana, Mungu awasaidie. Asante Governor Chelilim. Governor Stephen Sang from Nandi County, karibu. Asante sana. God is good and all the time. Asante sana. Kwanza, Deputy President, viongozi wote, kanisa na waumini, nimekuja hapa kuleta rambirambi kutoka kwangu binafsi na wananchi wangu wa Nandi kwa watu wa Kericho. Tunasema pole sana. Pole Governor Mutai na watu wako. Nimeleta pia rambirambi kutoka kwa Council of Governors, Mheshimiwa Anne Waiguru na team yote ya governors wetu wamesema pole. And thank you to the kind of response tuliona kutoka kwako na Governor wa Susan Kiika. We want to say we are here to give you the moral support so that you can be able to withstand this huge challenge. Familia zetu ambao wamepoteza, tunasema pole. Pia wale ambao wako hospitali, tunawaombea. Your Excellency, nitasema tu mawili. Kwanza ni kwamba I think all of us have said a lot of suggestions around how to deal with road safety. As I agree with all my colleagues, I think at the center of all this ni kwamba every driver must have love for the users ambao wako kwa barabara. Once you have love for every Kenyan, you drive your car knowing that you hold the lives of others that are within your vehicle na wale wako nje ya gari wako katika mikono yako. So we can do the laws, we can do everything else. But if we do not deal with the driver as a person, mimi nataka kuomba all the drivers in this republic, as you get to your vehicle, jua ya kwamba uko na nafasi ya kuchunga na kuhifadhi maisha yako na maisha ya jirani yako. Kama unapenda jirani yako, utaendesha gari yako kwa njia ya kisawasawa. Na pia kama unapenda jirani yako na unapenda maisha yako, gari yako ikiwa na shida, because we understand part of the challenge is that this vehicle may have actually developed some challenges on the road, and the driver may have known that this vehicle is not in very good shape. What we are asking is that every driver take charge and take responsibility over the lives of the people that you are driving, or the vehicle, the people who are in the vehicle that you are driving. Finally, Murkomen, improving road safety measures within our roads will require resources. And I know as we speak right now, the big elephant in the room, how do we get resources? Mimi nataka kusuggest tu njia mbili. Ya kwanza is that let us make traffic offense very punitive. Very punitive to the extent that you can raise enough resources to actually put enough safety mechanisms and safety measures on our roads. Let us put a fund together. Sio tu ile inaenda kama ile inaenda mahakamani. Let us put a fund where every punitive road, somebody who breaks the rules on the road can be able to pay a fine, and that fine can be put together so that we work on our roads. Secondly, tumesikia hii barabara tunataka kutoka Mau Summit, kutoka Nairobi iende mpaka Busia iwekwe dual carriage. How do we achieve that? It is time for this country to think about tolling our roads. If I am told from Nairobi to Eldoret, I have to pay an extra 4,000 shillings so that we have a dual carriage way, I am willing to pay, because you are going to save on fuel, you are going to save on many other things as we secure safety of our roads. So let us think about how do we raise resources so that we can make our roads more safe and we can do more roads more roads in our country. Finally, sisi kama serikali za county, we are willing to work with the roads agencies to create safe spaces for our people to do businesses. But that is not going to put them in our markets. We have seen before. Market inawekwa mbali karibu 1 kilometer from the road. Wale watu wananunua mahindi ni wale wako kwa magari.
I think let us do a balance so that we can be able to allow our hustlers to do their businesses under an environment that is safe. And county governments can be able to work with the national government on creating those safe spaces so that we can be able to move together. Poleni na Mungu abariki, asante. Asante, Governor Sang. There are two teams which had been recognized, but I just want to send a special appreciation on behalf of the leadership and the people of Kericho because of the work that you did. I don't think walikuwa wamesimamishwa earlier. I used to hear about Red Cross. Mimi nilikuwa nawasikianga tu. But until we had this unfortunate incident, that's when I came to appreciate the good work that Red Cross does. Walitusaidia sana pale, and even on Saturday morning, by Saturday morning they had set up tents. They were helping families identify bodies, coordinating all these exercises. I don't know, I can't see the regional, oh yeah, there you are, General Regional Manager. Just wave to the crowd na tuwapigie makofi hawa team ya Red Cross. Thank you so much. From the leadership of Kericho, we say thank you. God bless you and your team for the good work that you did. Together, the police unit, wakiongozwa na commandant, our county police commandant. I haven't seen Geoffrey today, together with your team, ndio wale. Namwaona, Your Excellency, when this accident happened, this team didn't leave the scene until the following day in the morning, by around 11 midday, wakati tulikuwa tuna clear the scene. Almost 12 hours of working throughout the night, our askari wetu. Watu tuwapigie makofi na tuwa appreciate. Thank you for the good work that you did. We appreciate you as a leadership. Ni vizuri when our police officers do good service to us, we equally celebrate them for the good work that they do. I want to call our CS for labor, CS Florence Bore. Karibu CS, you recognize your colleagues who are here, and maybe you pick one of them to pass the condolences. I'm told there are PSs also who are there. You'll do jointly. Karibu. Okay, I'll do it. Thank you, Your Excellency, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, the Honorable Speaker, Wetangula, the leadership that is here, governors, my colleagues, CSs, senators, members of parliament, MCAs, na watu ya Kericho. Bwana asifiwe. The clergy too. Asanteni sana. Your Excellency, we want to say thank you very much. Asante sana kwa kukuja kuomboleza na sisi. We are happy that you have come, and we know you're here on behalf of His Excellency the President. Let me say, pole sana to the bereaved families and quick recovery for the injured persons. And before I continue, allow me, Your Excellency, to introduce the 3 PSs who are here. Please come forward. I'll give you a few seconds to introduce yourselves. PS Julius, PS Rono, PS Harry, where are you? Good morning, everyone. Your Excellency, the leadership that is here. Oh, it's good afternoon. I'm Julius Korir from the Office of the Deputy President in charge of Cabinet Affairs. On behalf of all of us and my family, I want to send my heartfelt condolences to the people who lost their lives and the injured ones in Kericho. Poleni sana. Thank you. Thank you. Yes, good afternoon. Your Excellency, the Deputy President, all protocols observed. My name is Paul Rono, PS Water and Sanitation. I'm here to pass my condolences on behalf of my family. I come from this constituency, this county. I'm also sent by the CS, Ministry of Water, Sanitation and Education, Alice Waome, and also the PSs who are not here today, to say pole sana kwa watu wa Kericho, watu wa Kipkelion, and all of you lost your loved ones. And we are here to be with you today. Na mutamising. I have some contribution from the PSS, and I will keep at that time. I also want to take this opportunity to thank the Ministry
of Health, Ministry of State Department of the Ministry of Health, Mudhoni, and I have PS today, Hari Kimutai. They were able to mobilize resources very fast, and we were able to supply medicine over 3 million to the people of Kericho County and the hospitals affected. And we are very grateful. And also, when we came here, there is one message I want to pass. We came here around 3 PSs immediately after the accident the following day, and we met a number of people here. And one thing which was so painful was that despite that situation, people had started also collecting their belongings and start the business. And they requested one thing. They said, if you are really to change the market, please consult us. I want to request the county government, please consult the traders, because they have also bright ideas on where the market should be put. Wanasema wale watu wananunua vitu kwa barabara ni watu wako kwa nekta, hawatoki kwa gari na wanalipa mizuri. Asanteni sana na poleni sana watu wa Kericho. Your Excellency, the Deputy President, the Right Honorable Speaker, Moses Wetangula, our CSS President, and all the leadership, good afternoon. My name is Hari Kimtai. I'm the Principal Secretary, State Department for Medical Services. I've just come here today to condole with the people of Kericho, Londiani, and all those who are affected. Poleni sana, Santeni. Thank you, the PSS. Let me now introduce my colleague, Cabinet Secretaries, and I'll start with the Cabinet Secretary for Health, Madam Susan Nakumincha, who I sent a text and she was able to act very fast to provide us with medication and personnel. Karibu, CS, my sister. Your Excellency, the Deputy President, Honorable Gachagua, the Right Honorable Speaker of the National Assembly, Moses Masika Wetangula, Excellency Governors present, Members of Parliament present, my colleague CSS, senior government officials present, members of the County Assembly, na watu wa Kericho. God is good all the time. Asante sana. Unajua mimi ni mfupi, mara mingi huona ni kama watu hawanioni. Kama mnaniona, Bwana asifiwe. Asanteni sana. Your Excellency, I'm here today to bring my personal condolences, as well as condolences from the Ministry of Health. But equally, Your Excellency, I have a connection to this county because I was born in Kericho County to a man who was dealing with the road accidents every day, a traffic police officer. So I was brought up at the police lines in Kericho, so I have a connection with this county. Your Excellency, on a Friday evening, I got a text message and a call from my colleague Florence, and she told me about the accident. And I told her, give me a few minutes, I mobilized support. And indeed, I spoke to my PS Kimtai, who has introduced himself, and by Saturday morning, we had availed support to the governor of Kericho, to the county referral hospital. And equally, since a number of casualties had been taken to Nakuru, we also mobilized support and took it to Nakuru County. Your Excellency, I want to stand and believe on the words of the Bishop. He has said that we cannot keep looking behind, we have to look ahead. And in looking ahead, Your Excellency, as a Ministry of Health, there are a few things we have done that should be able to assist us in terms of such an emergency. One, a week ago, together with my colleague Murkomen, we launched a program for border borders that we are giving them insurance. But as a condition for one to qualify for that insurance, they have to be trained in first aid. The reason why we are training them in first aid so that they are able also to respond, because in most cases we find that they are among the first responders in time of such an accident. So for the border borders who are here, kama unahitaji kupata hiyo bima ya afya, kwanza upitie mafunzo ya kukua first aid. Jambo la pili, Your Excellency,
At the NHIF, we have put a program for emergency response. That during such an accident, and many Kenyans don't know, kama wewe uko na huduma ya NHIF, uko na hiyo kadi ya NHIF, ukiangalia kwenye kadi yako pale nyuma, kuna emergency services na unaambiwa upige namba ya simu 1199. Nataka tushike hiyo namba so that whenever there's an accident, hakikisha unapiga hiyo namba, you are entitled to emergency evacuation. Jambo la tatu, Your Excellency, moving forward as a ministry and under your direction together with the President, we are going through an exercise of doing an assessment of all the health facilities in the country. And we are doing an assessment to know what type of equipment is required by each level of service. Once we know the type of equipment that is required, we are going to work together with the county governments to equip facilities. Because we want a facility like Londiani, that was the closest. It is a level 4 years, but Your Excellency, the equipment that they have, it is more of a health center. So once we have done our assessment across the country, we are going to work with the county governors to ensure that then we equip so that such facilities are able to respond as and when it happens. The other thing we are doing, Your Excellency, is that we are strengthening the referral system. Because like in this case, Kericho was able to refer patients to Nakuru. So we want to strengthen the referral system, ensure that ambulances are available by the Ministry of Health to be able to refer patients to where they can get access if they need to. Thank you very much, Your Excellency, for those remarks. Na watu wa Kericho, mutio mising. Asante sana. Asante sana Waziri Susan Nakumincha. Your Excellency, I have intentionally given them time because I know they have part of the solutions. Just before I invite Waziri Murkomen, wacha niseme kidogo. Your Excellency, I'm born and bred in Kericho and want to pass my condolences to the families affected. Number 2, niseme kwamba hii janga imetuweka pamoja kama viongozi. And I want to thank all the leadership of Kericho, both at the county government and the national. We've all come together, and I know going forward, we will remain united and work together. I have seen Waziri Murkomen with several notes, and I know he's going to give us solutions, not just for this county, but for the whole country, so that we do not have more accidents happening on our roads. Nana mamu tiamisi embikyo aga mwale kimoy gongo entay tugul chikago bwa ak toretet nikago koibwe asike toret families chugoik affected in this accident. Gongo missing, Mungu wabariki sana. Karibu sana Mheshimiwa Murkomen, Waziri wa Transport. Aendelee from here. Asante sana. Karibu my brother. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, CS Florence. Your Excellency, the Deputy President of the Republic, Right Honorable Speaker Moses Wetangula, the leadership present here, especially the leadership of the church, and my colleagues and the leadership represented here, wananchi wote wa Kericho na wote ambao wako hapa, aswa wale ambao walifiwa na familia zao, amjambo. Amjambo tena. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Naibu wa Rais, kikao hii ya leo sio kikao cha kawaida. Ni kikao cha huzuni na aibu pia, kwa sababu tuko hapa kuomboleza ndugu zetu kwa kifo ambacho ama vifo ambayo tungeweza kuzuia. Na kama taifa, kama tungezingatia sheria vile ilivyo, hatungekuwa hapa kuomboleza wale waliofiwa. Mimi kwanza kwa niaba yangu, kwa niaba ya Wizara ya Barabara na Uchukuzi, na kwa niaba pia ya familia yangu, ningependa kutoa risala za
rambirambi zangu kwa familia ambao walifiwa na pole zangu kwa wale ambao wako kwa mahospitali tofauti. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ajali nyingi sana zimetokea za kila aina. Lakini mara nyingi ajali ambayo inatokea inahusu wale ambao wako ndani ya gari. Tofauti ya ajali hizo zingine na hii ni kwamba unapata watu ambao haswa hawakuwa kwa msafara yoyote ama hawakuwa ndani ya gari lolote na wao wameathirika kupitia jambo kama hili. Na siwezi sema ni ya mara ya kwanza. Katika soko ya Kabiringo, ajali ilifanyika hivyo hivyo tu huko Bungoma karibu na Webuye, na tukapoteza mwaka jana wananchi 44. Mwaka huu ikafanyika vile vile, ulisikia Mheshimiwa Didmas Barasa amesema, na tukapoteza watoto 17 kwa sababu ile lori ilipopoteza ile mwelekeo kwa sababu ya brakes, ikaangukia basi ya watoto na ikalalia. Ukiona uzito, kwa sababu nilikuja hapa Jumamosi, ukiona uzito ya ile lori trailer ambayo ilileta ajali hapa, ilianguka, kichwa ikakatika, dereva akakuwa safe. Sasa ile trailer ya nyuma ndio ilienda kwa mwendo wa kasi kwa soko bila kupatia watu nafasi, na ikalalia na ikaua watu wengi. In fact, ilikuwa ni bahati kidogo tu. Mungu alisaidia, ingekuwa zaidi. Tungekuwa tumepoteza watu zaidi ya 100. Kwa sababu kidogo ile trailer iangukie petrol station. Kwa sababu ilikuwa too close. In fact, actually it went to the petrol station. But haikugonga the tank. Kama ingekonga hiyo penye natoa mafuta, pengine hivi sasa tungekuwa hapa kwa janga ambayo ingekuwa ni worse kuliko yenye ilifanyika. Mheshimiwa Naibu wa Rais, wizara yangu inahusiana na yale ambayo yafaa kufanywa kuhakikisha tunapunguza mambo ya ajali. Na ingawa wizara hii iko na jukumu hilo, jukumu sio ya wizara peke yake. Sio ya polisi, hata kama wako idara ya Interior. Na ningependa kutoa rambirambi ya Waziri Kindiki, ameenda kazi nyingine huko Northeastern na amenituma na rambirambi zake. Sisi tunashirikiana kufanya kazi hiyo. Lakini jukumu haswa ni kwa sisi sote ambao ni watumizi wa barabara, haswa madereva na wale wanatumia barabara. Na tulipoingia katika ofisi, nimetangaza a number of things that need to be done. And Your Excellency, under your leadership and the one of the President, you have insisted and you have told me that we must do everything possible to sort out the issue of road accidents. I know many of my colleagues here have said that I should do the way my predecessor, the late John Michuki, did. But, you know, we can't use another period of time strategies to sort a problem that is affecting us today. We want to apply different strategies, but with vigor, with commitment. I know many Kenyans, they like drama. They like seeing their minister in a marketplace chasing a matatu, holding something so that pictures are taken and so forth. I think Kenyans are more interested in the results. And the things and strategies we have put in place, Your Excellency, in the fullness of time, and I hope it will be soon, we will know and see that the question of road accidents, which are actually called road accidents, but they are not accidents. Some of them are avoidable. Road accidents will be only road accidents in the Republic of Kenya, so that we do not see catastrophes like these ones. Your Excellency, I want to restate the public pronouncements that I've made, and thank you for giving me a few minutes to say so. Number one, Your Excellency, is that we have decided as a ministry that we will issue new regulations, and we will need support of Parliament. And when the regulations get to Parliament soon, Your Excellency, we want all commercial and PSV vehicles and school transport vehicles must, the word is must, be fitted with dashboard cameras and vehicle telematics. All vehicles that will carry the people of Kenya and commercial vehicles on the road must be fitted with dashboard cameras and vehicle telematics.
Vehicle telematics, Your Excellency, will have GPS system showing where a vehicle will be at any particular time. It will have a black box recorder that will be transmitting the speed of every vehicle at any given time. It will show the location of that vehicle. It will show when and who maintained the vehicle, and it will show where the vehicle was serviced and who serviced the vehicle. That dashboard must have a link to the NTSA dashboard, and the minister responsible for transport and other ministries, including your office and of the president, must be at a touch of a button, be able to show where a vehicle at any given time will be. All the SACCOs that will manage the matatus and public transport, and the Ministry of Education included for carrying vehicles, all of them must provide the application so that, Your Excellency, ukiingiza mtoto yako matatu in Eldoret na inabebwa na Eldoret Sacco, anaenda Nairobi, ukienda kwa app ya Eldoret Sacco app, you can click the vehicle. It will show you where the vehicle is at any particular time and the speed that vehicle is carrying. Tumesema pia every vehicle must have a camera inside the vehicle. That camera will be fitted in front, na kamera ingine itakuwa nyuma. Itaonyesha nani anaendesha gari, nani amekaa gari, nani na gari hiyo inaendeshwa kwa njia gani, na dereva ni nani at any particular time. Honorable Michuki, as you've said, pushed for speed governors. Kipchumba Murkomen is saying all your vehicles will have these cameras and there is no excuse. Nimeona prices ya kila kamera kuweka hii mambo yote nimesema IPT 1030. Na hiyo itakaa throughout the life of that vehicle. So if we are going to spend only 30,000 and below to fit this equipment so that we can monitor this vehicle, Your Excellency, let it be. We will have been able to save many lives. Number two, we have going to issue the directives. It's already part of the law, but we are going to issue a directive. All road reserves will not have markets. We will remove all markets from the road reserve. It is not whether we will do it, we will do it. The only difference is that because we care about hustlers, tunaamini hustlers wenye wanafanya biashara. Na hii markets, Your Excellency, you know sio kidogo, ni karibu 1,000. Unajua, niko na storia kidogo. Mwaka kama 4-5, and I think PS Korir is aware about this story. Wakati walitaka kutoa watu kwa Karatina Market, Kenya. Rais mwenye alienda, kuna mtu alienda kustaki DG wa Kenya siku hiyo. Nilikuwa hapo mwenyewe kwa airport. We were launching the plane to New York. Ule mtu tu alienda kumwambia, sijui alimwambia nini president. President was so angry, akaambia DP yake na huyu PS, mwende mvute kasi DG Kenya. Sasa Your Excellency, watu wa Kenya wakaogopa kutoa watu kwa market. Karatina unajua iko na market hapo, lakini watu bado wanataka kuja barabara. Hii kitu sio ati ni shida ya mali moja. This is going to be a big political conversation. Wabunge hapo wanaongea, wanasema tuokoe watu wetu, tuokoe watu wetu. Wananchi wanasema mtuokoe. Sasa shoka ya kutoka barabarani ikifika, I want to ask every one of us to give our Kenya National Highway and all the roads agencies a maximum support to make sure that our people are going to operate safely. But here is the rider. We as the ministry will provide access to markets that will be a few distance away from the road. For example, tumeongea na gavana wenu. Amesema in that very spot penye hii accident ilifanyika, atanunua ile shamba iko karibu na hapo. Wajenge soko. Kenya itahakikisha kuna barabara ya drive through. Ile watu hawataki kutoa gari zao, bado wataslow, they will drive through, wanunue mahindi kwa market, wa drive to the other end, washike highway, waondoke.
So because we care about the hustlers, and this one will take time, we will implement this directive in not less than 6 months, but not more than the next 1 year. We will get all our people operating from road so that we save this disaster. Your Excellency, just imagine. Ile bus ilikuwa inaenda ilipata accident ya Mombasa ya Technical University. Ilienda ikaingia karibu Kangemi Market. Just imagine if it was a trailer na imekuja Kangemi Market Jumamosi saa 10. Na iende kwa hiyo speed yenye ilikuwa nayo iroll kwa watu kwa Kangemi Market. We will lose more than 300, 400, 500 people. We need to make sure that our roads are safer, and we will make sure that we support the DG of Kenya is here, and Kenya is here. We will make sure we provide for you the access roads. The three, Your Excellency, is that we will, the other thing about the market is that governor should not tell us that, oh, hatuna pesa. It doesn't have to be your money. You can strategically identify the land, license an investor, watch ajenge the markets, and recoup their benefits by people leasing the space, wafanye biashara yao hapo. So money is not the issue. And I know, Your Excellency, because you have talked to me personally, wewe mwenyewe. Na wewe ndio in charge of all these county government intergovernmental relations. Wewe utanisaidia tusukume hii agenda kwa intergovernmental council of governors to make sure that this issue is resolved. Number 3, Your Excellency, is that we will ensure that all the vehicles are inspected, and we will ensure that we review the frequency of inspection of these vehicles. But most importantly, I don't want to divulge the information, so many details, but the preliminary report tumepata kwa hii lori ilianguka hapa ni kwamba ilikuwa na shida hata huko Rwanda penye ilikuwa inafanya kazi. Lakini how it was allowed iendelee kukuja namna hiyo, I don't know kwa nini ilifanyiwa hivyo. Lakini sasa I am going for a meeting next week ya my colleagues kwa Rwanda. Tutahakikisha kwamba we harmonize ESC inspection and driver licensing standards so that this applies kwa barabara zote highways in the ESC region. Your Excellency, we also want to ensure that all these vehicles, public transport vehicles, in the fullness of time, we implement the existing standard of fitting anti-bars on the PSV vehicles. We want also to make sure that we review the designs of the runway ramps by adding loose soil, sand, etc. Ukiona jenje tumefanya kwa Salga, lori in most countries, lori ikiteremuka, na wananchi wameniambia kwa social media, kwa wapi, kila mahali, wameniambia kwa mteremuko zote, we want to make sure that runaway ramps imewekwa. Lori ikiona imeteremuka na iko na shida, in many countries, and already we have a small one in Salga, unakubaliwa, unatengenezewa place yenye ukiona brakes imezama, unapanda hapo na inawekwa mchanga na inawekwa sand, so the lorry will perhaps be able to stop there. I know many Kenyans want bumps everywhere, but tutaweka bumps only where our experts will have allowed us to do. That is why hiyo bump, pengine hata hiyo bump ingekuwa imewekwa hapo, hiyo lori ingeendelea kukimbia, perhaps ingeanguka outside the town itself. We have already mapped out the black spots. I want to thank Majority Leader was talking about here, mambo ya cameras. Your Excellency, we are almost done with the evaluation of the tender for fitting cameras in our roads. Before the end of this year, Your Excellency, a number of spots in the country will already have speed cameras. It is not theory. It's something that we worked on immediately we arrived. And it's not just cameras alone. Tutakuwa na kamera na instant fines. Wewe ukishikwa na kamera, umemulikwa, umeenda speed, message yako inatumwa kwa SMS ya simu yako na unakuambia unadaiwa 10,000, baadaye unadaiwa another 10,000, ukiongeza another 10,000. Tukiona wewe ni mkora unazidi sana, tunatoa license yako, hautakuwa kwa barabara tena. Hiyo ndio mtakuwa mnapambana nayo. Mtakuwa mnapambana na technology. Mtaniona, mtaona tu kamera mahali inakupeleka mahali yenye unafaa kupelekwa. We also want to make sure that, Your Excellency, road markings and signage are part of construction. We are giving directions that all road tenders, itakuwa na road markings and road signage, lakini also at the same time, road maintenance will also maintain the road signage and road markings. Pedestrian crossings tuta implement na tutahakikisha stakeholder engagement imewekwa. Nyinyi watu wa Londiani,
Si kwamba ni blame wale wame rest. Lakini si mlikuwa na mkutano 23rd of May na watu ya Kenya. Si walikubaliana na nyinyi wakasema watu watoke soko. Lakini, you know, this conversation we have it, nobody wants to listen to it because until a disaster happens. I don't think, Pastor, I agree with you. I don't think I agree with you kwamba we must take an ultimate, you know, decision ya kusema kama lazima tu nikue hapo kwa sababu lazima ni. If all the traders, all are removed in all the roads, the customers will follow them. You know? If we as Kenya, for example, say all the roads tutasongeshwa kando, mwenye alitaka kununua mahindi bado atasimama hapo kando anunue mahindi. It is the demand we are creating kwa kukimbiza hii products kwa barabara ndio inatuletea shida. I want to request us, tukiambiwa tufanye hivi, tusaidiane pamoja kuhakikisha kwamba tumefanya hivyo. Your Excellency, I don't want to say more than that. I want to request our wananchi. There are many other directives, but I just wanted to highlight those ones. I want to ask our wananchi. Jameni, tusaidiane. Mtu anapanda pikipiki ati ni boda boda. Anaingia juu yake na anaona mwenye anaendesha ni mlevi. Anaona mwenye anaendesha ajampatia yeye helmet. Anaona mwenye anaendesha kwa mwendo wa kazi. Lakini anamwambia twende haraka, pitia huyo. Matatus. Wewe umeingia matatu unaona ni kama huyu driver ni mlevi. Na ni kama ana overtake vibaya anaenda Nairobi. Lakini wewe unasema leo tuliingia matatu ya maana sana. Anajua kupita penya hata ukafika Nairobi mapema. Please, ndugu zangu. Na mwisho wa accident ikisemekana wanasema na waziri alikuwa wapi? Na wewe mwenye ulikuwa hapo ulikuwa wapi? We need to take responsibility as citizens also to make sure that we take vehicle safety, our own safety, even more seriously. We are also saying we will test all the drivers. Tumefanya exam youth ya drivers, Your Excellency, hawajui. Kumbe mtu alikuwa anaendesha tractor, anarudi barabara anatwanga. Ukimwambia hii sign inamaanisha nini hajui. We have said we will test all the drivers and you will be given license back if only you are going to take your test even more seriously. Your Excellency, I don't want to say more than that. I know that you have given me a job and you want me to perform. I want to do my best to do so. But I also rely on your support because you are mtu ya kazi, wewe unasukuma kazi, nisaidie kusukuma hii message. Kwanza hii message ya accident. Kwa nini tupoteze 5,000 people every year? We need to find a way of making sure that we stop this behavior that happens in our roads. For the people of Londiani hapa, nilikuja hapa juzi, nikapromise, na tumekubaliana na watu ya Kenya, hii hospitali yenu ya Londiani, tuliongea na governor, we are going to, under our CSR program, tusaidie kudonate one ambulance ya kusaidiana kwa hiyo hospitali. Kwa hayo na mengi, Your Excellency, kuna watu wameomba mambo ya highway. Highway sinyi mnajua tunaendelea kuongea. Kutoka Rironi, Mau Summit, Eldoret, Malaba na Mombasa, Nairobi. Nyinyi mko tayari kulipa toll? We are all ready to pay the toll, ndio? Because at the loan ya kutoka hamna hata kupatia loan ya pesa hiyo. Unakaa mambo ya loan. Nyinyi msiamaliza loan. We have agreed that it is better to toll our roads and construct good roads. If it will take me 3 hours kutoka Nairobi na niende Eldoret, na nilipe extra 1,000 ama 2,000, we are going to make sure that we do so. Na sitaki ku preempt. I will come back to the public again and I will tell you because the process is an advanced stage. Mungu akipenda, kabla ya January, February, March next year, tutakuwa tumeanza kujenga barabara hiyo kutoka Nairobi mpaka Eldoret, mpaka Malaba, mpaka Mombasa, mpaka huko Nakuru, kupitia wale wadhamini wanataka kushikana na sisi kuhakikisha hiyo barabara ifanywe mbele. Asanteni sana na Mungu awafariji. Asante Waziri Murkomen. Tutashukuru kwa barabara. Shida tu ni vile ulisikia mwingine akisema kwa madeni tunalipa sisi wote. Hii ya toll sasa ikifika, unless you classify the roads
kwamba hata kama ilijengwa zamani, so long as it's of a certain class, watu walipie. Ukiweka hiyo, nafikiri tunaweza tukaongea. Si at least ndio watu wasiseme deni na tunalipia yote alafu ikifika kwetu tunaambiwa tulipe. Unajua that's a challenge. I don't want to take long, Your Excellency. Karibu sasa tunamaliza, and we had said just a few announcements alafu tumalize. When we were doing the appreciation, Your Excellency, tulisahau, I forgot. Najua recognize police alone. We forget wale officers wako wangao. From the RC, the county commissioner, na wale wadogo wake. They were equally with us at the site, and they did a very good job. So we want to appreciate them. Nimeona RC yako pale together na our county commissioner. Wananchi tuambie asante pia kwa team hiyo because of the good work that you did. Thank you so much. Asante pia kwa wanabodaboda hawa tumeambiwa. Actually, we didn't have ambulances. Kabla ifike, before the ambulances arrived, these boda people, many of them were already ferrying people to the hospital. So to the young men wa Londiani, the boda operators, to now appreciate. Thank you so much for what you did. And some were taking them very far. We went even to Kericho referral, if you remember, Governor, on Saturday, and we found victims who told us that I was brought here by a boda operator mwenye hata simjui. Asanteni sana kwa wananchi. Mwisho also to the church leadership, Your Excellency, this is our clergy as a people of come through for us. We really appreciate them. And they are our counselors, they are our spiritual fathers, wanna to guide when you have challenges, including even political sometimes. When wanasiasa tunaenda tunakosana nini, they have been a very good guiding spirit to us. So to the leadership ya kanisa, the Kericho pastors and bishop fellowship, tunawashukuru sana because of what you did. While concluding, before I invite the governor, Your Excellency, niliona kiongozi moja alifika in 10 seconds. Sababu ni kiongozi ametoka mbali na ni kiongozi katika bunge la taifa, nitampatia whip of a majority side. Naitwa Silvana Sosoro, saa ingine huwa ninamuita Kipkerek. Kwa 30 seconds useme tu pole. Asante sana Kipkerek. Your Excellency Deputy President, Right Honorable Speaker, na CSS na viongozi wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Pole, Your Excellency, nimekuja nikiwa nimechelewa kidogo kwa sababu nilikuwa nafanya ile kazi ambayo ulinituma kidogo ya chama kule Kisii. Your Excellency, hii maombi ambayo tunafanya leo ni very special. I wish tungekuja hii Kericho County na maneno ingine tu na si maneno ambayo yametuleta. Lakini vile Biblia inatuambia ni kwamba God has a reason and purpose for everything, and in everything we give thanks to him. Na kwa hivyo ningependa kwa niaba ya viongozi wa Kisii na wananchi wote kutoka Kisii na Nyamira County kutoa rambirambi zangu za dhati kwa watu wa Londiani na Kericho County kwa jumla, na kuomba Mungu ya kwamba awafariji na awape nguvu mnapopitia majaribu haya. Nimesikia kwa machache viongozi vile wamezungumza. Mheshimiwa Murkomen Senator amesema kwamba kuna regulations ambazo utaleta bungeni, ingine ikiwemo ya kamera na maneno ingine. Mimi nakuambia ikikuja bungeni, kwa sababu niko kule, wewe ujue itapita. Hiyo tutaipitisha. Lakini kwa sababu ya hiyo maneno ya kamera itabidi ujaribu kuconvince Mheshimiwa Cherargei. Nimesikia ukisema gari zote zitawekwa kamera. Sijui kama ni PSV ama ni zingine. Cherargei akasimama akakuwa na shida sana kwa sababu sijui ni kwa nini hizo gari ndogo hizo. Sijui ni nini anaweka kwa gari, sijui ni nani anaficha kwa gari, lakini niliona akicomplain. Lakini tuko pamoja kwa hiyo and we will support. Asante sana. Thank you very much, Senator. Kipkerek, thank you. Sige tu yen. Asante Kipkerek. Your Excellency, just 2 announcements. Unajua ajali inakuja na mambo mingi. So these announcements to the family members who are the victims. Tumeambiwa kwamba unajua hii Kenya iko na mambo mingi. Na Your Excellency, wewe na rais mlitangaza kwamba kazi ni kazi. Lakini wengine wametumia vibaya.
There are people wanapigia family members who are the victims na kuwaambia wanaweza wasaidia sijui kuprocess claims and the following. Tafadhali mgoje mpaka wakati committee inaongozwa na your ACC na county commissioner wataketi chini na nyinyi waoneshe ile maneno ambaye inafaa kufanyika baadaye. There are many who are being called, so please avoid those people who are calling au wanaitwa kwa lugha nyingine ambulance chasers. Ni mawakili lakini wakili bandia wana take advantage of families ambayo wako na shida kama nyinyi. Lastly, the Kenya National Blood Transfusion Team. Nyuma ya hii gari ya kipaza sauti kuna the Kenya National Blood Transfusion Team. Wakati tumepata ajali hii tulipata shida sana ya kupata damu. In fact, we had to request for blood support from Nakuru, and we appreciate DG Nakuru pass our appreciation to Governor Susan. We had to, oh yeah, he's here, pass our appreciation. We had to request for blood storage and support services. Hiyo team iko nyuma ya hii kipaza sauti wanasema, tafadhali wale wako hapa na uko na afya mzuri, unaweza, tafadhali patiana donation ya damu pale. It will be a good way to commemorate the victims and to appreciate what that team has done for us. So sitaki kupita hapo, nataka sasa nichukue fursa hii nimwalike gavana wetu wa kaunti ya Kericho, Governor Dr. Mutai, aendelee kutoka hapo. Karibu governor. Thank you so much, our majority leader and my good brother Aaron Sheruyat. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, our Speaker in the National Assembly, CSS, all waheshimiwa who are here. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Your Excellency, first of all, I want to appreciate that you did find your time to come and mourn and condole with the people of Kericho out of your busy schedule. It demonstrates the deep love that you have for us as the people of Kericho. It demonstrates also a government that is not only committed in the socio-economic welfare of our people, but also a government that cares for the emotions of their people. When the children of Israel were asked to sing a song in some place, they refused to sing the song, and they claimed that how can we sing the song of the Lord when we are in these kind of circumstances? We may be invited to talk politics, but I also refuse to talk politics today, because how can we talk politics when we have 52 candles in front of us, signifying 52 coffins that will be going down as from tomorrow and the next week? As the governor of this county, I'm a father of this county. And we are deeply wounded, we are deeply heartbroken. When you think about the children that were waiting for their mothers to come from selling maize, it breaks the heart, because those mothers never went back home. When you think about the children that are sent their children to school, like from Emurwa Dikir, it shatters that the parent waited for a phone call that the child is in the university, but it's been taken away. We've mourned, we've cried. We ask God to continue to give us the grace and the strength to endure this moment. Thirdly, Your Excellency, I want to appreciate the partners, the friends of Kericho, the leadership of Kericho, who together with our CS Florence and our majority leader, we came together and mapped out this particular day under your instructions and that of the President. And when you meet the President, let him accept our appreciation as the people of Kericho for standing with us and sending the entire of the team that you are representing here. We are grateful as the county government of Kericho. Fourthly, we have made a commitment as the county government of Kericho. The commitment that we have made, and before I say that, we appreciate my sister Susan Kihiga in absentia, and she has sent a DG, whom when I reached out to her because we have exhausted all our ambulances, she was able to pack up us with the ambulance from Nakuru County, and also was able to clear Molo and the other hospital for referrals for us. I also appreciate my brother, Governor Barchok, whom when I reached out to him, he was gracious enough to send us his ambulances. James Finlay
and Ekatera also able to support us with their ambulances and open up Central Hospital for us. I don't want to forget that we have doctors from across the hospitals who, when you are rushing the bodies, they endured the sight of blood. They handled dismembered body parts. One leg separated from this other one hand that cannot be pieced together. And they went through a very difficult time. To this point, I appreciate our CC for Health, Brenda, and the team of CCs. This is Brenda, who sat throughout the night. And let me ask all the CCs of Kericho and the CEOs to stand kindly from the Kericho County government. And all the doctors of Kericho and the nurses, kindly stand where you are, and the workers from Kericho, if you are here. Dr. Kipkoech of Londiani Hospital, thank you so much and God bless you. They went through pain. They handled these bodies. They struggled. Our mortuary, which is still a bit small here in Londiani, and there was handling scattered bodies everywhere. And I want to say thank you as your governor and on behalf of these great people for the commitment that you did to our people. Nikimalizia, Your Excellency, we are making a commitment today that is the 52 candles here signifies the 52 coffins. We are making a commitment as a county that we are going to waiver all the mortuary fee. And for all the victims, all those who have lost their loved ones, even as I comfort these 52 families today, as your governor, we are going to waiver all the mortuary fees for you. We are saying pole, and to say pole, we will want to lift up the financial expenditure and requirements. So we'll waiver all the mortuary fee for you. Having waived the mortuary fee, we're also committed that after the fundraiser that we are going to have today, because we can say pole, 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 pole. At the end of the day, they need to bury their loved ones, they need to support their children to go back to school, and they need to get back live and move. So we are going to have a fundraiser today here. We have a baby which is running, and when we have done that, whatever will come out of this fundraiser, we will not use it to incur medical expenses. And we are requesting you, Your Excellency, and putting to you as the governor of this county, that when you do the fundraiser, it may not be enough. We are requesting your good office that you also help us to shoulder some of these bills to be able to carry on with the burial expenses and allow the families to mourn in a decent way. So whatever will come here will go a long way in supporting these families to bury their loved ones and keep them a decent send-off. Your Excellency, we have 14 patients in both our Kericho Referral and Nakuru. They have been maimed. 10 of them, or around 10, will have their legs amputated. They will not go back to work. They will not go back to sell maize. They will not go back to border. Their lives will never be the same again. I propose that after this fundraiser and support from your office, we get some money so that as county government, we sort out the medical bills for them, and whatever comes out of here, we give it to them to begin their lives afresh. Kwa sababu hawatauza tena, then we give them some life after this. Lastly, Your Excellency, kwa hapa barabara ya Londiani, the farm next to the highway is for a private individual. We are going to have negotiations beginning from next week so that Kama County Government at Kericho, and we have agreed with my brother Murkomen, we buy the strip, even an acre, and once we purchase it, and we are ready to purchase even like next week, once we agree with the seller, then Murkomen, my brother, will come and do for us the roads, and we bring all the vehicles to the stage, so that at least we have normalcy taking place there, and our traders will be able to do business in a very good way. It's a commitment I'm making as the county governor today that we will do so. Lastly, my brother Murkomen, there is a thin line between populism and leadership. I love your speech today, and I'm with you 100%. We must move out of these bad manners, that because of votes that we want to look for, we encourage populist thoughts that us as county government, we have done
a market for you not far from the highway. You leave the marketplace, you come to the highway to trade. That's unacceptable. In this county government of Kericho, I gave instructions last week. I'm happy at Kapkelek, they responded very positively, and they have moved to the place that we asked them to do. They never resisted. This goes to all the other markets in Kericho County that we have got the space for them. For those that we have not got the space for them, we will still give you some little time as we get the space for you. And my MCAs are here. We will work on the budgetary so that we are able to still allocate more funds to buy across the road, because we will not go again to a day of mourning like this in this county and in this Republic of Kenya. We will do what it must take to ensure that we bring back normalcy. And I encourage you, my brother, some of these tough decisions, people may not like it. But at the end of the day, they will come and appreciate. I like our Deputy President. He says he's a truthful man, and I follow suit with you. I'm not promising the leaders of Kericho. Them that we have a market for you, and you are trading along the highway, that business, we closed it last week. So get it again from me today here. We will not go that directions as we move forward. Lastly, finance we escort these victims. We have the family of David Koskei. David Koskei is here. And David lost his wife. The family has 7 children. David Kutoka County Government at Kericho, and I'm directing my CC for disaster and also for finance. We are going to walk away, David, to put you up a business that will be able to feed your 7 children as we move forward. Kwa haya machache watu wa Kericho, nataka niseme poleni sana. Like a father, I'm mourning also. Thank you all of us for coming to mourn with us. We love you, Your Excellency. Thank you so much for always standing with Kericho County. And at this point of time, I would like to invite the Right Honorable Speaker of the National Assembly, our brother Wetangula, to come and give his speech and give his condolence. Then thereafter, invite His Excellency the Deputy President. You are so much welcome. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President, Honorable CSS, Your Excellency Governors, Members of Parliament, Honorable MCAs, the clergy, na waheshimiwa wananchi, Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Tumekuja hapa Kericho kwa machungu makubwa. Aaron Cheriot invited me to join the Deputy President in coming here. And the galaxy of leadership you see here inaonyesha ile uchungu kila Mkenya anapata wakati Mkenya mwingine anapata shida. Ukisikia Mkenya ameuawa kule Mandera, you feel the pain because he's a fellow compatriot. Na tunakuwa hapa Kericho, what one poet would have said, a dark cloud has hung on Kericho. Hii soko yenye ajali imetokea, mi hupita hapo mara kwa mara. Hata zile picha nimeona, pengine wa mama nimenunua mahindi. Najua wale wanapenda kula mahindi choma. Huwa nanunua mahindi hapo nikipita. Na hizi soko zote siko kwa barabara. Pole sana kwa niaba ya bunge la kitaifa. Wananchi wa Bungoma kule ninatoka, tunaleta rambirambi zetu kwa marafiki hapa Kericho. Sisi pia tumepitia hiyo janga yale Murkomen amesema, soko ya Kaburengu. Mwaka jana tulipoteza kwa ajali kama hii watu 46. Wiki mbili iliyopita, same spot, trailer imegonga basi ya shule ikaoa watoto 17. And this is the history of everywhere in Kenya. Minister Murkomen, we've had you.
you came to Parliament and gave a very strong policy statement on road safety. We will support you in implementing this. Ile umesahau tu kidogo, I want to encourage you also, apart from retesting drivers, also have some psychiatric tests on our drivers. I think some of them suffer from mental instability. Na pia, mukubaliane na wenzako. You say this truck is from Rwanda. Chances are this driver drove from Rwanda to Mombasa or Nairobi, wherever, and was driving back without resting. Again, human bodies have limited capacity. You must also have what we used to have in the past. Basi ikitoka kule Bungoma ikienda Nairobi, it must have 2 drivers. Ikifika katikati, mwingine anasaidia mwingine, ili watu wasichoke na kulala on the steering wheel. We also have serious difficulties in some of these drivers, you know. Pengine mtu ametoka Rwanda, anaendesha gari, na anafikiri sasa bibi yangu niliacha nyumbani, yako namna gani, you know. Mambo kama hayo. So we need to have counselors to these drivers, because we have lost too many people on our roads. Kuna soko moja hapa juu inaitwa Timboroa. Watu yako wa Kenya walitengeneza barabara. They made a sleeve on the left, a sleeve on the right. Wakaweka hapo some kiosks. Nikitaka kununua mahindi, I drive off the main road into the sleeve. I buy the maize or whatever I want and get back to the road. And I believe that's what you say you want to do. It is something we salute you, and Parliament will give you sufficient appropriation to do that. Secondly, I believe that bumps don't actually control accidents. Sometimes they cause accidents. It's the discipline on the roads that is the problem. Mtu anaona hapa imeandikwa don't go beyond 50 kilometers. Ndiye anaweka mwendo kabisa. Kuhama. So you must make it painful for reckless drivers to survive on our roads. In the UK, first warning, second warning, third warning, your license is withdrawn. Unakaa bila kuendesha gari mpaka upate adabu na heshima. Utapata your license back maybe after 10 years through very thorough testing. Watu wa Kericho, we feel your pain. Governor Mutai na timu yako, we are here to tell you that the tragedy that has befallen Kericho is a tragedy of the whole country. Na zile familia, nimeona majina yakiandikwa hapo, kuna jamii zote zimeumia hapo. Because Kenyans live together. And we must make it difficult for recklessness to thrive on our roads. Kwa vijana wetu maofisa wa bodaboda, Murkomen hukutaja hiyo sana. Mara nyingi sana hata kule kwangu, unaona kijana moja ameshika pikipiki, amebeba watu 6 nyuma yake. Juzi tumesika familia moja hapa Malaba, Kakamega. Mtu, bibi yake, mtoto yake msichana, mtoto yake kijana, kwa pikipiki moja. Gari imepita nao, wamekufa wote. So hata ukisema no helmet, watu 6, pikipiki moja inakuwa na helmet ngapi? So we also want you to encourage and train boda teams. Sit down with them, don't impose anything on them, but make them understand that when you carry 1 passenger on your pikipiki, the life of the pikipiki is longer, the maintenance cost is lower, and perhaps you'll move faster and make more money by taking 1 passenger at a time. Unapata kijana amebeba watu 6, ameketi unafikiri ako kwa choo, amekaa hivi. Anakaa kwa petrol tank ya pikipiki.
Hii ni shida. Shida kubwa. We need to change. Lastly, I would want to encourage, vile kijana mbunge wa Kimilili alisema, pengine kama tungekuwa na roadblock ya polisi a kilometer less to the market, it could avert this. Lakini bwana DP, juzi nilikuwa natoka Eldoret, naenda Bungoma. Distance 87 kilometers. I counted one by one. There were 24 roadblocks in 87 kilometers. What for? Now, each one of them is a toll station. We need also to have a conversation between Murkomen's ministry, Kindiki's ministry, so that we find where is it necessary to have a roadblock, what purpose does it serve, and how do we use it to control this road carnage. Tukifanya hivyo, Kenyans are very good people. Hata Mutai, you don't have to cry. Ukiwajengea soko waambie songa kando, they will move. Tusitumie kifua, waambie tu songa, watasonga. Because I have seen this happen. But everywhere in Kenya, DP, soko kubwa, yako ya Karatina, kuna ile kwetu ya Chwele, kuna ya Rwanda, kuna wapi, watu wanakuja mpaka in the middle of the road, kuuza vitu. As we focus to the national government, the greater responsibility lies with the county governments. Because you are the ones who are in charge of markets, my friend Sam. Talk to the people, help them, ili tusije tukiombea miili 52 of Kenyans who would be building our nation. Pole sana, familia mliopoteza, tuko hapa kuomboleza na nyinyi na kuambia hii hatuwezi kusema ni mpango ya Mungu. Hii ni mpango ya shetani, na alipitia kwa huyo driver mtukutu akaua watu. I agree with the pastor. You can't lose 52 people and say God loved them more. Hiyo si kweli. Ni ule shetani ndiye lazima tulaumu. Wana DP, sasa ni wakati wangu kukualika uje utuhutubie, uomboleze, na tuseme to Murkomen, enough is enough. We want to see a change on our roads. Thank you. Asanteni, please be seated. Baba wetu, maaskofu wetu na kanisa, familia za wale ambaye wamepoteza wapendo wao, spika wetu wa kitaifa, mawaziri, makatibu wa waziri, waheshimiwa wabunge, marafiki, watu wa Kericho, hamjambo. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nimefika hapa kwa niaba wa kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, na serikali ya Jamhuri ya Kenya, kuungana na familia za wale walipoteza maisha yao katika ajali ya barabara, na wakaaji wa Kericho na majirani, kwa niaba ya Rais William Ruto kuja kusema pole. Rais wetu alihuzunika sana kwa maafa na majeruhi mabaya ambayo ilitokea, na rais amenituma hapa kwa sababu alikuwa na mipango ilikuwa imepangwa hapo mbeleni, inahusu manchi jirani na ya kitaifa ambaye hangeweza kufika. Akanituma nifike hapa nikuje niseme pole na niweze kusikiza yale maneno ambaye viongozi na familia wangetaka. Pia kwa niaba yangu mimi mwenyewe
na mke wangu Pastor Dorcas na vijana wangu, pia nataka niseme pole. Hii pigo ni kubwa zaidi, na watu 52 kwa safari moja ni jambo la kuhuzunisha. Kwa hivyo tunataka kusema tunaombea Mwenyezi Mungu ampatie amani, ampatie nguvu. Viongozi wamenena mambo mengi sana, na kanisa kwa niaba ya viongozi ningetaka niombe msamaha, kwa sababu kanisa mlichukua muda mfupi sana. Viongozi walisema tu ni dakika moja, wamechukua masaa 3. Lakini ni sawa, kwa sababu hawana maneno, pia wanakuja kuombeleza. Niseme ya kwamba waziri wetu Kipchumba Murkomen, rais amekuagiza ufanye kila jambo litawezekana kudeal with road safety, kwa sababu watu 5,000 kwa kila mwaka is too much for the country. Na waziri, unaweza fanya mambo mingi sana ya barabara ya nini, lakini I would like to encourage you to focus on road safety as your legacy for the time and the opportunity you have to serve in this ministry. I want to assure you of the support of the President and I and the rest of us in coming up with practical interventions and solutions to bring sanity on our roads. And the measures you have spelled out here today make a lot of sense to all of us who are drivers, who are road users. The public sector, ya matatu na mabus na malori, has been chaotic. It is true, the late John Michoke attempted to do a very good job, and you must emulate him, but do it differently using now technology, because these are different times. I know some of the measures will be a little bit painful. I want to urge the people of Kenya to accept that for us to have meaning of change, there are few people here and there who will be affected, but for the better good for the people of Kenya. So tungetaka kuuliza wabunge wetu, when those regulations come before the National Assembly, the way our very able speaker has committed, let us support the minister and the ministry so that we can create sanity in our roads and save lives, because this is very painful. Ningetaka kusema mumeomba ya kwamba serikali pia isaidie kwa maneno ya mazishi kwa hao 52 families, pia na wale ambaye wamejeruhiwa wako katika hospitali. Na ningetaka kutangaza ya kwamba rais amepeana directive ya kwamba tutasaidia. Na hivyo after tumefanya mchango, our regional commissioner is here, atakaa na familia muone pahali iko gap, ndio na sisi tukuja tujaze tuwasaidie. Kwa hivyo after that the regional commissioner is here, we'll do some consultation with the family, taking into consideration what we have raised and what is the gap. Ndio leo pia kama serikali tutatuma pesa ya kusaidia hizi familia. Please sit down. I want also to thank everybody. I want to thank the governor of Kericho and your team and the leadership of this great county. Kwa vile mlijitolea and the commitment, all of you are here, you are calling us from here. And this very painful happening has brought the leadership of Kericho together. I would like to urge you to remain that way. Don't just be together in times of crisis. It's good to be together all the time. I would like to thank the county government of Kericho kwa kukubali to waive the mortuary charges and other hospital bills. I would like to thank Governor Susan Kehika of the neighboring county kwa usaidizi county government of Nakuru iliweza kupeana. That is the way this country must be. This area of Londiani is cosmopolitan, and I want to urge you to continue living in peace.
because Kenyans are one people. This accident proved that. The people who are affected, the trailer never chose where you come from, because people live together. Let us all stay together as one people, as one nation, as one country, because that is the right thing to do. Ningetaka tu niseme, kwa sababu mimi unajua nasemanga ukweli, na maneno ya ukweli ni mzuri. Many people have a problem with the truth, but Kenyans are getting used to it. Deputy Governor Kericho umesema ati tukate mfereji tuweke matangi. Ukweli ni kwamba haiwezekani. It's not possible. Let us also be truthful to the people that we lead. Hiyo haiwezekani. Wana koti moja, hata hiyo nasema ati mtu akufe kidogo alafu akufe baadaye, haiwezekani. It's not possible. Lakini wazungu wanasemanga if wishes were horses, so it's good to wish, but that is as far as it goes. So mimi kwa niaba ya rais wetu ningetaka kushukuru nyinyi nyote kwa vile mumefika, and I want to thank the church for holding these families in prayer. Our churches, we don't know how we can ever thank you. Many people who are not believers sometimes demean the church. But until you are in a situation like this one, is when you know how critical and useful the church is. Coming to comfort these people is not an easy task. So we want to appreciate our church leaders. I don't want to tell you not to be worried about what happened in Shakahola and other things. Some people are trying to blame the Church of Christ. The church is a reflection of society. In every society, there are deviants. So hata kwa kanisa utapata pastor moja wawili wakora. But 99.9% of our pastors, our reverends are good people. So musijali, tuendelee na Injili, tuendelee na kujenga. And we have freedom of worship in this country. It is enshrined in our constitution. The president and I and our team are in leadership through prayer. The church is secure. And our administration, you could never have a better administration. We know, we appreciate your role in society. So we want to encourage you to continue doing good, to continue taking care of our spiritual needs, and continue praying for this country. Mimi sitaki nisidishe kutoka hapo kwa sababu leo hatutaki kuongea mambo mingi. We just came to say pole to the families on behalf of the president, and we want to say we are grateful, and I want to thank the Regional Security Committee, the County Security Committee, the Sub-County Security Committee for the testimony that has been given here of what you did. Even those few policemen making roadblocks, toll station, the one the speaker has talked about, again is a reflection of society. There are just a few officers who are rotten, and we are on it. We are on it. Very soon the president will receive the report on the task force that is looking into the issues of the police force, police service, and there will be changes. Soon, in the next 2 weeks, the president will meet all the regional and security committees to discuss with them the concerns of the people of Kenya, among what you are saying on the roadblocks. The Ruto administration has decided that continuous engagement with everybody is the modus operandi of this government. For the first time, government is talking to police. Nobody has ever talked to them. Mimi ndio nimeanza juzi kuwaita tuongee. And we are making progress by talking to them. You know, hapo zamani walikuwa wanatumiwa signal fanya hii na hii, and nobody is even rationalizing what they are supposed to do. We are now sitting down with police officers and allowing them to talk to us. We talk to them and we agree. In the next 2 weeks, the president will convene a meeting of all the county security teams, the regional security teams, and all the formation commanders for a one-day tete-a-tete with the president to agree on the concerns of the people of Kenya
then the police can also tell us where they are facing challenges. And we'll have an honest conversation. Because our police pia ni wa Kenya. They are people's husbands, they are people's brothers, they are people's sisters. And they are a product of this same society. For them to take that bribe, somebody has offered that bribe. Si ni ukweli? Kuna mtu ameingia mfuko na polisi ati ameingia mfuko kuchukua pesa yako. Nyinyi wenyewe ndio mnatoa. Na kusema wewe afande iko chai kidogo. You are also the ones who also entice our police officers. They are equally guilty for also taking. They are also not good. But even those who give you are also not good. So we need an honest conversation. Tusikuwe na blame game ati polisi ndio baya peke yao. Hapana. Mkikosa kutoa hawezi chukua. So wacha tukubaliane. Let us have a conversation at that level of the president, because we have found that engaging the people of Kenya is a way to run this country. President William Ruto is not a ruler. He's a leader. He must listen to people, including our police officers, including leaders, including women, the youth. Let us have an honest conversation so that we know how to take our country forward. So kwa hiyo machache na mengi, Governor, mnasema mnataka kutoa kitu ya hii maneno? Kuja uniambie what we do. Na waheshimiwa mtoe mingi vile mliongea masaa mingi. Bring the basket here, and then you will receive for us. Okay, no problem. Yeah. No problem. Iko waziri anaitwa SK Machogu alinipatia 200,000. Wapi hiyo 200,000 ya Machogu?